Thank you. Inua mikono yako juu. Chukua dakika moja. Simameni wale wamekaa chini. Hata kama ni mama mzee na mna gani, simama. Watoto kujeni msimame hapa. Hapa hivi muangalie huko. Angalieni huko. Inua tu mikono yako, tushukuru Mungu dakika moja. Mwambie Mungu asante kwa kutupatia muda mwingine. Baraka zako zimekuwa za kiajabu. Tumeona mkono wako kwenye shughuli. Inua tu mikono yako vizuri. Zungumza na yeye. Mwambie you are God. You are mighty God. You are the King of Kings. You are the everlasting God. You are Ebenezer. Wewe ndio mwanzo, wewe ndio kila kitu katika maisha yetu. Wewe ndio msaada wetu. Wewe ndio msaada wetu, wewe ndio baraka zetu. We thank you. We glorify your name. You are the Lord. You are the Father. Tunakushukuru, asante. Asante, tunakushukuru. Asante, tunakushukuru. We thank you, Father. God, you are gracious. In Jesus' name we pray. Father, we thank you and we give you glory and we worship you this wonderful afternoon. You are the King. Wewe muthamaki. Na gutire ngai ungi uhiana tawe. Na gutire ngai ungi igananio kana hiananio na hinya uria ukoragwo naguo. Wekaga uria ukwenda ukinyagiria mahinda-ini maria maku wewe wendete. Nikio twara hawe wega yaku na tauga uri ngai. Tuga uri muthamaki tondu uri muthamaki. We na we ngai. In Jesus' name we pray. Tunyoshea mikono hawa watoto, nyoshea tu mikono. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunawabariki watoto hawa wanapoenda katika darasa lao wakasome, ukawapatie hekima, pia mwalimu wao mkumbuke. Mapepo ama nguvu za giza ambazo zinaweza kuwa zimewaandama kutokana na kule wametoka, zote nizaziondoa katika jina la Yesu Kristo. Semeni amen. Amen. Thank you. Ningependa kuwashukuru sana kwa hiyo kungangana, na nimekuwa nikijaribu sana kuangalia hii sound system ni kwa nini inatupatiaga tu shida, kwa sababu this is not normal. It is not normal at all. Ni kitu ambacho lazima tukiangalie na nitakiweka macho kabisa kutoka leo, ndio tuone kama ni watu wale wako hapo wabaya ama ni mashini tuliweka baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu inaweza kuwa tuko na mashini mbaya, ama waibaji wafungi, wanaitanga wafungi, ama wafungi ndio wabaya. Nendeni mkae huko sasa. Tumeona mmejua kujipepeta. Nendeni mkae huko ndio tuweze kuangazia na kuona hasa what could be the problem, because we cannot be having the same problem kutoka January mpaka December, the same problem. Hapana, kuna kitu kimoja, either ni sisi wabaya ama ni mashini baya ama kuna kitu akieleweki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Simuni inulie tu mkono unisalimie tu, hata kama unipedi nisalimie tu. Hata Roda yako hapa. Maria ni akinyeta huko? Alia huko? Thank you very much. Shosho. Sasa Roda. Habari gani? Tokenyite. Kama idha marorire. Eneke. Haya. Niranyo nalibu. Mauli wako mamoto Naomba kuwashukuru sana kwa wale wamekuwa wakisimama na mimi. Muda huo wote nimekuwa na msiba. That is now behind. Behind what? That is behind us. Sema behind us. Acha niwafundishe Kisugu kidogo. Sema behind. Sema us. Behind ni wapi? Na us ni sisi. Sasa sema behind us. Thank you. Jipigie makofi. And now the gospel must go forward. Thank you for those who supported us. Thank you Kinasami, the elders and everybody that was with us. It was so important for me to thank you for kukuwa na sisi. Bwana asifiwe sana. Na kwa njia yote hiyo participate. In any way you participate, don't feel
ati you could have done better. That is what you are supposed to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe hukuweza kusafiri, that is what you are supposed to do. No, kutosafiri. It was meant for you. Kuto nini? Kutosafiri. So don't blame. Don't say like, don't feel like I could have been there. Yeah? You are represented. Na kama hakuna kitu ulitoa ama hakuna mchango ulifanya, that is what God meant for you, because he knew what he did and he knew that you don't have that thing that you could have used. So alitaka tu ushakae. Ukirudi kushakaya, then from there others will do the job and we finalize. What I want to thank you for is that we gave our mother the best we could have done it. It was good. It was not, hatukuwa tunamon. Uliona nikilia? Hatukuwa tunamon, wewe nyamaza. Yeah. We were celebrating the life well lived. Kuwa na miaka 100, it is not a joke. She was to get into 101 this today. Today. Diangengia 101. Sasa wewe sasa wewe hata hujafikisha hata 30. Na wewe kinyetia igana. Yako ni gapi? 74 angekugawia na kuegezea baksisi. Si ndio? Na kalikuwa kama msichana bado kadogo tu. So I want to thank you. Hiyo mambo tulifanya huko, it is well deserved of her. Na mahali yako najua anafurahi kwa sababu we did the best. Those who supported us from outside kama kina Pastor Maina hapa, you did the best. Si ndio? Thank you. Tutarudi, tutaenda. Wale tulikuwa tunaendaga huko siku nyingine, tunaenda tunapikiwa na yeye. Sasa mimi nitakuwa nikiwapikia tu. Tunaenda tunajipikia, si ndio? Because we must make it a culture. We will be going there. Ndio tuweze kumaintain hiyo moto. Yeah. Mudo toyo ule ukimwikate. Mudo noe kiateka, noe wagiro gutuonia mitugo miega huko. Ende akwenda huko tena kadhina. Mgeni afani? Ndio, lakini ni ya simu ni yako. Ni simu ni yako amechukua? Jibu swali. Ni simu yako ako nayo ama ni yake? Oh. Na hiyo Saudi ni ya pasta kweli? Thank you. Ni mgeni? Sawa, wacha wamuite basi akuje. So I want sitaki leo kuhubiri, nataka kupatia huyu mtu wa Mungu atupatie neno leo. Si ndio? Najua ile last time kujihoria. Najua kujihoria. Lakini kuna kitu nilikuwa naficha. Nikaona badala nijifugie pale, wacha nikuje nijiholeri wapi? Nilikufanya makosa. Nilijihoria. Na si nilihubiri sana vizuri. Mpaka hata saizi nasikia bafu hii kiniuma. Na hii hapa kwa sababu ya kujihoria. So wacha tumpatie pastor. Sijui utasimama kidogo. Uko tayari? Kana nikiuole da kwa bagosharia. Kiomodhi. Karibu. Amen. We love you, Apostle. God bless you. Amen. Tupigie makofi mchungaji wetu Apostle. Amen. Thank you so much. Amen. Na tunataka kutapu hiyo mafuta hapo, unachukua tu mavazi pia. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Nashukuru kwa nafasi hii. Naitwa mchungaji Peter Maina. Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. All the way from Molo, mahali ambapo wengi wenyu sasa mmejua Molo, maana juzi mmekuwa mara pale. Na nashukuru
na nilitamani sana vile ambavyo mlijitoa kwa ajili ya kusapoti mchungaji. Nikaona kweli anachunga watu. Praise the name of Jesus. Nilifurahi sana. Karibu mshinde watu wa Moro vile mlitoka Nairobi. Nyinyi ni watu wa maana. Jipigie makofi kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you so much. Tunafurahi na tunashukuru kwa hiyo nafasi ambayo Mungu wetu alitupatia kuweza kupumzisha mama yetu, na pia najua ya kwamba hamtakoma kuja mahali pale. Kujeni tena na tena hata tuhubiri injili. Bwana asifiwe. Amen. Kabla niendelee, ambaye amefika mahali hapa ndio tulikuwa tumefungulia kasimu, ndiye akipiga asipotee. Aliniambia hapa ajui, na nika make sure lazima nielekeze mtu mmoja kuja kanisani. Praise God. Wakati nilikuwa nafundishwa nikiwa kijana mdogo kuwa mchungaji, bishop wangu hangekubali usimame mbele za watu kama hujawahi hubiria mtu akuje kanisani. Alikuwa anakuuliza washirika wako ni gani? Unainua mikono wanaonekana. Kama hauna hata mmoja naambiwa unakuja kuhubiria wangu. Sasa huwezi qualify kusimama mbele. Bwana asifiwe. Hiyo tu huwezi simama. For you to become a pastor lazima ungeenda ufanye door to door hubiri, washirika wako waonekane. Praise God. Hallelujah. Washirika wako waonekane. Amen. Au ungekubaliwa kusimama kwa madhabahu. Bwana asifiwe. In fact haugeordeniwa kuwa pastor. Ndio uordeniwe ni watu walikuwa wanaonekana. Unaulizwa washirika wako kutoka uokoke, wale wameko kanisani wanasimama. Ndio nikaanza kuingia kwa mji, nikaenda kule Kariobangi, nikaenda Lakisama, nikaenda Mathare North, nikaenda Mathare, nikaenda pande hizo Karioko, kule kwa Dadora, kihubiri injili hata peke yangu. I remember one month watu 58 wakapokea Yesu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sasa kija kanisani, wakati ambapo unaambiwa fulani ana qualify kuwa mchungaji, watu wako wanaambiwa wasimame. Una make sure unawaendea ndio wakuje kanisani. Kunaonekana umati. Tunasema huyu amefaa kuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. In fact haungekubaliwa. Alikuwa anatuambia kama huna hata kondoo wawili watatu umehubiria, hata ukuje hapa utakwaza wangu. Sasa ndio nikupatia idhini, license ya kuhubiria wangu, leta wako 20. Ndio ukichunga wangu, uchunge na wa? Amen. Apostle hiyo nitairudia tukiendelea, maana pigeni Apostle makofi kwa jina la Yesu. Amen. So hata leo nilipokuwa nakuja nikiwa kwa gari, niliamka saa 10 nikaingia kwa gari. Nikapigia ndugu yangu usiku. Kaniambia ndiye anatoka shift ya usiku. Ni ndugu yangu wa kuzaliwa na nataka asalimie watu. Nikamwambia naenda kuhubiri mahali Nairobi, na sitaki ulale hata kama umetoka shift ya usiku. Ajiandae tuingie kanisani. Praise God. Nikapigia wengine kadhaa. Wengine kaniambia hata sasa wako shift ya mchana. Huyu mwenye alipatikana nikasema angalau niko na mmoja nimequalify kusimama mbele za watu. Sasa simama usalimie watu. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Nafurahia kwa pamoja nasi ni asubuhi ya leo. Huyu ndugu yangu mkubwa. Nafurahia sana kwa sababu ananivuta katika njia ya Mungu. Mbarikiwe sana. Amen. Amen. Hallelujah. Nilikuwa nadhani utakuja na watoto na mke. Sasa amekuja peke yake. Bwana asifiwe. But God bless you. Amen. Ni ndugu yangu, mimi ndio mkubwa. Wao ni wadogo, nilipokuwa Nairobi niliwaacha hapa na anaendelea vizuri, Mungu akambariki sana. Praise God. Sasa nikubalie tuingie katika neno. Apostle, nashukuru kwa nafasi hii ambayo sikuwa na expect uko area, lakini venye nimekuona nikasema Bwana asifiwe. Mtumishi wa Bwana amejaribu. Najua amekuwa na muda wa mambo mengi, lakini Mungu wetu amemjalia neema. Bwana asifiwe. Na alipokuwa anasema hapa kama ulimuona akilia, wengine nikaona ni kama walimuona akilia, lakini ilikuwa machozi ya furaha. Kwa sababu mzazi kujaliwa miaka 100 sio jambo rahisi. Praise God. Amen. Apostle, siku ya leo niliponiambia nikuje, nilikuwa na tafakari na kujiuliza, Mungu si unipatie tu neno ambalo tutashiriki pamoja na wapendwa katika hapa kanisa la CFC. Na nikasikia Roho wa Bwana akinisaidia kwamba tuongee kuhusu dimensions of giving. Hallelujah. Dimensions of giving. Amen. Leo ni kama watu wa vyombo walisahau kuniuliza ujumbe, although hawakuwa wanajua kama tahubiri. Bwana asifiwe.
dimensions of giving, na nataka kunena area 3 dimensions, praise God, of giving. Hallelujah. Na ambazo ni vizuri, ni kama principles. Dimensions ni kama principles zile ambazo tunafaa kuwa nazo kwa ajili ya giving dimensions, lakini ndo tunaziita dimensions kwa sababu tutaona kwa nini ninaziita dimensions of giving, na Mungu wetu anajua atatusaidia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Wengine wakisikia giving tu wanaanza kuogopa. Kwani sasa pastor amekuja kuongea mambo ya pesa? By the way, sitaongea sana hata pesa, lakini giving si tu pesa. Giving is not necessarily money. Praise God. Hallelujah. Na tunapoendelea najua ya kwamba utaelewa vizuri kile ambacho nataka kuleta, na najua Mungu wetu atatubariki kwa pamoja. Bwana asifiwe. Fungua nami kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16. John 3 and verse 16. Watuwekee kwa ile yetu pale, maana niliona wanaweka vizuri, inatusaidia sana. Praise God. John 3:16 ni andiko ambalo wengi wetu tunalifahamu vizuri, lakini nataka nianzie hapo. Praise God. Alafu sasa tuendelee, na Mungu wetu najua ya kwamba atatusaidia. Amen. Tuko hapo John 3:16. Nataka tusome, kiwezekana nataka kizungu au Kiswahili tuwekee, nataka tutumie hiyo yako ndio tuende haraka. Tutasoma maandiko kadha wa kadha, na najua Mungu wetu atatenda mema. Praise God. Amen. Sijui kwa Kiswahili wale aciari to tukomerate na giko dimensions tukomera niki to dimension. Amen. Na giko tukomera niki mutaratara. God bless. Kato meta mutaratara leti jega Bwana asifiwe. Giving ni kupeana au kutoa. Giving. Hallelujah. Kwa wanta mutaratara wake wakoruta. Amen. Hallelujah. Ka ikeroshia ya ona ikirone jega muno by the way. Ikeroshia koruta. Hallelujah. Amen. Na Kiswahili viwango. Hallelujah. Bwana asifiwe. John 3:16 nasema ya kwamba for God so loved the world, dearly prized. Amen. Ini si utupatia garau hata kama ni ile haitakuwa na hii, angarau tupunguze nini sana. Amen. Wazazi wetu washindwe sasa hili. Okay, hata Kiswahili ni sawa tu. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uhai wa milele. Zingine zinasema awe na uzima wa milele. Biblia pale imeanza vizuri ya kusema maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee. Yaani baada ya kupenda, when you so love something au mtu, kile huwa kinarudi hapo ni giving. Praise God. Uwezi penda na utoi. Unapenda, na kile kitakachoonesha ya kwamba unapenda ni vile utakavyoajibika na kile utakachotoa. Praise God. Hallelujah. Hiyo ndio inaonesha upendo. Praise God. Nimeona watu wengi wameanzisha foundations kwa sababu maybe wamependa watu, wengine ni watu disabled, wengine ni watu wako na shida fulani, wengine ni single mothers, wengine ni orphans, kwa sababu kuna jambo liliwaguza kwa area fulani. Kwa huo upendo, wakati Mungu ameonekania kwa njia fulani, wakaanzisha, praise God, vikundi fulani vya kusupport watu kama wale. Bwana asifiwe. Ni kama nisikia mtumishi wa Bwana Apostle akisema kanisani hapa mna feed over 1,000 elderly. Praise God. Hiyo ni kupenda wale watu wakongwe. Na wanda Mungu aliwapatia neema, ukaona mama akiwa na hiyo miaka. Praise the name of Jesus. Na hata Apostle atafikisha hiyo miaka, maana anapenda wazee. Hallelujah. Si useme Mungu aufikishie hiyo miaka. Hawezi kuwa na feed na ana support wale wakongwe, alafu Mungu atampatia miaka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na watu wa jamii yake wapewe miaka. Sasa Mungu baada ya kupenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee aje, praise God. Hallelujah. Ndio wote watakao muamini au waufuate wawe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo jambo la kwanza, na hapa kwanza tanena 3 dimensions, ni ya kwamba
wakati ambapo Mungu amependa anatoa. The highest altar in the world is the altar of giving. Bwana asifiwe. By the way, madhabahu ile kubwa sana si ya kuhudumiwa tu au kupokea. Haleluya. Hata kama hao wakaungu wako hapa kanisani, unajua pia wanapokea, wanafurahi. Lakini hiyo sio ile madhabahu kubwa zaidi, ni hiyo ya kupeana, hiyo ya kutoa. Praise God. Haleluya. Kile ambacho unaweza, the highest altar is in the world is the altar of giving. Bwana asifiwe. Hiyo ndio madhabahu ile kubwa zaidi. Haleluya. Alafu tena namba 2 nasema ya kwamba ukitaka kuwa mkubwa lazima uende kwa madhabahu ya kutoa. Praise God. Kutoa. Nataka unajua naanza pole ndio tuelezee, alafu tutarudi tufike mahali pengine. Nataka kuelezea ndio kuoneshe kutoa. Praise God. Ukitaka kuwa mtu mkubwa, the more unatoa, the more unapeana. Kwa mfano mtumishi wa Bwana hapa, hizo huduma zote yako nazo, hata sisi kuwa hapa. Hii ni madhabahu kwa sababu anapea watu neno, anapea watu ya kiroho, ya kimwili. Praise the name of Jesus. Na ukubwa unakuja kwa sababu ya mtu vile ambavyo anajitoa, vile anapeana. Praise God. Giving. Na nikiendelea kwa hizi dimension utaona giving ina aina nyingi. Ndio nikasema dimensions. Praise God. Hiyo viwango. Wakati na kwa sababu kuna mtu anakuja kanisani anajiuliza, mimi hata wanajua mimi ni maskini, sina uwezo wa kutoa. Kuna viwango tofauti za kupeana. Praise the name of Jesus. Nataka sasa tuingie Ephesians 5 and verse 1. Hallelujah. Ephesians 5 and verse 1. Ephesians 5 verse 1. Tunawekewa haraka. Nataka tukimbie. Maana nitasoma scripture kama 10 au Mungu akisaidia. Na Mungu wetu atatenda mema. Ephesians 5 verse 1. Therefore be imitators of God as beloved children. Endelea. Amen. Bwana asifiwe. Endelea mbele. Maandiko inasema therefore be imitators of God and walk in love as Christ loved us and gave himself, praise God, himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Ili ya kwanza tulianza na Mungu akapenda akatoa, akatupatia mwana. Praise God. Hii ingine tunaona ya kwamba aliyetupatia sasa huyu Kristo, naye mwenyewe tunaambiwa tumuige. Praise God. Kwa sababu naye baada ya kutolewa alikubali naye kujitoa. Praise God. And walk in love as Christ loved us. Alitolewa kwa upendo. Bwana asifiwe. Na yeye mwenyewe katika huo upendo akakubali kuishi katika huo upendo. Haleluya. Aonesha kile Mungu alikuwa anataka kutoa. Na Biblia inasema ya kwamba he loved us and gave himself. Yeye mwenyewe akajitoa, akajipeana. Unajua kuna kupeana na Mungu na wewe kujipeana. Unaweza pewa na Mungu na ukatae kupeana. I realize watu wengi wale watajiri sana ndio wanakuwa very mean. Maana kila mtu anataka kuenda juu zaidi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kila mmoja anataka kuenda juu. Sasa baada ya kupokea, ikifika kwake ni kama ile mto ambayo tunasemaga ni inakuwa Dead Sea. Dead Sea ni ile iko na inlet lakini haina outlet. Lakini na ile fresh water lake au river inakuwa na inlet na outlet. Sasa Yesu ametolewa na Mungu kwa sababu ya upendo kwa dunia. Haleluya. Naye mwenyewe maandiko yanatuambia kwamba tukaweze kumuiga kwa sababu alipotolewa na yeye mwenyewe alikubali kujitoa. Na akakubali hata yeye mwenyewe kupenda ulimwengu kama vile Baba alikuwa anataka. Praise the name of Jesus. Haleluya. Kwa hivyo yeye akajitoa, akakubali atumike, akakubali kile kiko ndani yake kiachiliwe, hakikukoma na yeye, akakubali kupenda dunia na kupenda watu. Bwana asifiwe. Na Mungu akajulikana kwa ajili yake. Hata maandiko yanasema ya kwamba tukaweze kumfuata Kristo. Haleluya. Kwa sababu yeye ndiye njia ya ukweli na ya uzima. Haleluya.
kwa sababu yeye ameonesha mfano mzuri. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo one of the dimension ya kwamba Mungu mwenyewe akatoa kwa upendo, kapatiana dunia, naye yule aliyemtoa kama zawadi akaja akapenda hiyo dunia, na yeye mwenyewe akajitoa. He gave himself to the world. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kuna watu wengi hata kanisani, baada ya Mungu mwenyewe kukubariki kwa neema ile amekubariki, wengine ni waibaji, wengine wako na gift tofauti, lakini ilipofika kwako sasa imetulia hapo. Praise God. Haina watu inasaidia. Neema ulionayo haina watu inanufaisha, haina watu inaboreshia maisha. Praise the name of Jesus. Some of you are counselors. Unaweza counsel wengine katika ndoa zao, katika maisha. Unatea watoto wachanga, kama nimefurahia mwalimu hapa, nimeona ameleta watoto wakabarikiwa, akaenda na wao. Hayuko na sisi hapa kanisani, ameenda kujitoa kwa ajili ya hao watoto waweze kuwa kitu kizuri kama vile yeye mwenyewe alivyopokea, na yeye apokeze watu wengine. Wanalewa na ile foundation, the same foundation ambayo hata yeye mwenyewe alilelewa nayo. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo imekuwa baraka. Unajua shida ni kwa sababu na vita ziko kanisani na kila mahali, kwa sababu wakati ambapo Mungu amekubariki, neema imejaa, wewe tu inatuliaga tu na wewe. Sasa ikifika hapo inakuwa hiyo dead. Si hata samaki hawezi kaa pale. Yaani kumaanisha Mungu hawezi hata endeleza ubaji wake pale. Hakuna creation inaendelea pale. Praise God. Hallelujah. Au kuna samaki wanapatikana kwa dead sea, wanapatikana kwa fresh. Kwa hivyo kuna vitu Mungu zitapatikana kwa watu wakati wamekubali na wao wenyewe kutumika kama vile Mungu alivyo watakia watumike. Anakuja hapa mtumishi wa Bwana amekuwa kiimpact gifts, vipawa, neema. Ile neema baada ya kuja kwako imekufanyia nini? By the way, kama hujawahi geuza mtu mmoja since the time ulisema na Bwana nimempokea, how many years? Unasema 30 years. Yesu anaangalia mazao. Watu wangapi wamekuja kwa Kristo? Watu wangapi umewahi waambia unajua njia? Watu wangapi umewahi waambia wakufuate tuone kanisani? Hata ulipia mtu nauli, hata kupigia mtu uchukue ka credit yako umwambie kuja kanisani. Wewe vile tu uliambiwa twende kanisani. Nidakenire ya majerire. Nidakenire ya majerire. Situimbe. Nidakenire ya netothie nyumba-ini riu wakinya hande tuthie kwa bus wibona rwathira ugikena na ukihore. But you find that Yesu mwenyewe baada ya Baba kumtoa na amejitoa. Haleluya. Baada ya Mungu kumpatia huo upendo, haleluya, alimpatia na aoneshe upendo wake kwa dunia, na akakuja akaonesha upendo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na unakuta ya kwamba Yesu baada ya kujitoa, hiyo ndio ilifanya aonekane mtu mkubwa, kwa sababu kuna vitu Mungu anafanya ndani yake ndio aendelee kuonesha picha ya Baba, aendelee kuonesha picha ya yule muumba wetu vile alivyo. Yeye Mungu wetu haonekani kwa macho, wewe unaweza onekana. By that saa hizi watu wanatafuta Mungu, wanashindao kai nani kwa kai niokaga huko huko. Juu Christian haoneshi hiyo picha. Hallelujah. Bishayadha. Mtu anajua Mungu ni wa neema kwa maandiko, ni wa upendo kwa maandiko, ni mzuri akihubiriwa kanisani. Hallelujah. Lakini unakuta hao watu wanafaa kuonesha hiyo picha, hawaionyeshi. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Lakini tunapoanza kuionesha, unakuta kuna vitu Bwana anakubalia zikae ndani yetu. Nikakwambia kwa hiyo ziwa ambalo liko na maji safi, iko na inlet and outlet, samaki wako pale, hippos wako pale, shark wako pale, yani kumejaa utajiri. Hallelujah. Kumejaa utajiri. Praise the name of Jesus. Philippians 2 verse 9. Umkabilia nitaenda haraka haraka. 2:9. Wa Filipi 2:9. Tusome, tunaenda haraka haraka pale kwa Umepata? Kana? Philippians 2 verse 9.
Philippians 2:9. Alafu ukimaliza hiyo uandaage Psalms 50 verse 5. Ndio nimekuambia kwa sababu ndio tufanya haraka haraka. Philippians 2 and verse 9. Bwana asifiwe. Amen. Hata tunaweza kuwa na wengine pia atakuwa anajiandaa kutusomea hata hiyo Psalms 50 tukitoka hii verse 5. Amen. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Baada ya yeye kujitoa, therefore, sema therefore, kwa hivyo, haleluya, Mungu amemwinua sana, has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Wakati amejitoa na kupenda kama vile Mungu alivyotamani, naye Mungu, therefore God himself, praise God, ameamua kuinua huyu, ameamua huyu kumkweza, praise God, na amempatia jina linaloshinda kila jina, praise the name of Jesus. You know, kuna vita zingine tunapigana katika maisha na hatufai kupigana. Wakati ambapo unaanza kutumika vile Bwana anataka utumike na kufanya ile kazi Mungu ameweka ndani ya maisha yako, hata kuna vita na mapepo fulani hautapigana nayo. God himself, the Bible says, and therefore God has highly exalted him. Mungu mwenyewe ako kwa kazi ya kumuinua. Yeye ndiye ako na biashara ya kumuinua. You see, in church we are fighting for promotion, we are fighting to be recognized. Tunapigania mambo mengi, praise God, possessions, honor. Hatufai kuwa tunapigania hizo vita na hizo heshima. Yeye Mungu, therefore God himself, atakupigania. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe atakuinua. Tutaangalia maandiko uone mpaka yeye ndiye ameketisha Yesu katika kiti cha enzi. Ameketi enzini. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu wako kwa hiyo kazi. Vita zingine sio zetu. Christians sometimes tumefika mahali tunaonekana kama tumekuwa crazy kwa vita, warfare, mambo mengi, kwa sababu kuna kazi ambayo hatufanyi. Sasa tunapitia the hard way. Ni kama vile niliwaambia hapo wakati mwingine, Waisraeli kwa sababu ya kutokuwa stubborn wakapitishwa njia ndefu. Haleluya. Kuliko wangepita shortcut. Na ukumbuke pale mwanzo walikuwa wamepewa malaika awaongoze. Kwa sababu wao wenyewe hawakufanya vile Mungu alikuwa anataka, wakapitia njia mrefu ndio wafike. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba therefore, kwa hivyo Mungu mwenyewe, haleluya, kuna vitu Mungu alivyokuita alijua yeye mwenyewe kwa hiyo kazi ya kukuinua. Ako kwa hiyo kazi ya kukupromote. Ako kwa hiyo kazi. Ni kama wakati huo nilikuwa nawaambia hapa, nilipokuwa nahubiri injili wakati huo, naenda door to door, nilikuwa nasikia ni msukumo ndani yangu. Niko na msukumo. By the way, sikuwa nahubiri hata kwa mabasi kwa sababu ati sikuwa na pesa ya kwenda kuhubiri kwa mabasi, hapana. Nilikuwa nasikia msukumo. Naenda kwa kazi zangu, naenda kwa biashara Gikomba, nanunua bidhaa zangu, nikiangalia tu watu wameketi kwa basi hivi nasikia hapana. Si hawa watu ningewaambia kuna Yesu. Si hawa watu ningewaambia kuhusu ufalme wa Mungu. Naambia dereva si unizimie tu kidogo. Nasimama na saa hizo niko na katoni yangu na bagi yangu iko na mizigo. Naambia watu kwanza kuna kitu kingine najua. Kabla ya kufanya tu hii biashara, kuna kitu kingine najua. I am born again. Praise the name of Jesus. Singekubali kukuuzia hata nguo. Nilikuwa nauzia wadada skirts nini. Singekuuzia skirt kama sijakwambia I'm born again. And I'm born again. Aliyekuuzia ameokoka. Yesu ni Bwana. Na wengine unakuta akona shida si tu nguo alikuwa nayo, maana nakwambia si mtumishi wa Bwana uniombee. Nakumbuka wakati huo tulikuwa na ndugu mmoja alikuwa anaitwa John. Tulienda kuombea dada moja hapo anapata watoto, na ni vijana wanauzaga nguo hoka. Lakini wamepata dada, baada ya kumwambia umeokoka anawaambia mashida ingine. Tuna spend time tukimuombea. Baadaye Mungu akamfanya akamfungua, akajifungua. Akaita hiyo mtoto jina yetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna kitu kilikuwa ndani. Na huyu Yesu najua ni jukumu langu kufanya ajulikane, kufanya atambulike. Praise the name of Jesus. Na kwa hiyo katika hiyo kuuza nguo, Mungu yeye mwenyewe akaona hawa wanafaa kuinuliwa. Hawa wanafaa kupromotiwa. Hawa wanafaa. I remember wakati mchungaji wangu alisema Mungu amemnenea nikuwe mchungaji. The whole church ilishindwa hoka. Huko anafaa kuwa pastor.
Lakini wakati kazi iliitishwa, watu wakaambiwa wasimame. By the way, hata kanisa letu lile liko hapa Nairobi, ile mchungaji anahudumu leo, mimi ndio nilikuwa nimemhubiria akuja kwetu kanisani. Praise the name of Jesus. Unahubiria, haujui huyu mtu atafanya nini na Bwana baada ya kumleta kanisani. Kumbe Mungu alikuwa na mpango, amekutumia wewe, baadaye anainuka hata kukuliko, kwa sababu Mungu ndiye alikuwa na jukumu la kukuinua. He will lift you up. Praise the name of Jesus. Maandiko yanasema Mungu akamuinua Yesu na akampatia jina. Biashara hiyo unafanyaga, wacha nikwambie, wakati ambapo utaelewa kile ambacho Bwana anataka na wewe, hautapigania hiyo biashara. Jehova ataanza kuipigania. Jehova ataanza kuipandisha. Maadui wako watakuwa maadui wa Mungu. Vita vyako vitakuwa vita vya Bwana. Utaanza kuona customer wanapanga laini kwako, kwa sababu Jehova ako na kazi ya kukuinua. He highly exalted Jesus. Praise the name of Jesus. Ukiinuliwa na Mungu tu. Hallelujah. Na Mungu atakuweka. Mungu ako na jukumu ya kuinua watu. Unakuta anainua waibaji, anasema nawe ni uko hiti leo. Hallelujah. Hata sio wewe, uko kwa kazi zako tu, uko kwa shughuli zako tu, lakini unakuta sometimes kwa sababu atakufanya kile Mungu anataka, tunakaa hapo tukipigania. Hallelujah. Na ndio umeona watu wengi kanisa wamekuwa victims. Kununua vifagio, kununua chumvi, maji sijui ya wapi, sijui nini, kwa sababu kuna kazi hatufanyi na tunafikiria ndio tuinuke. Sasa unakuta mtu anakuambia ndio uweze kuinuka, kuja nikufundisha njia 5 za kuinuka. Na watu wanataka kuinuka. Hata leo hii wengine hawako hapa kanisani na shirika wetu, kwa sababu walienda mahali wanafunzwa kuinuka. Na hapa kanisani hata yeye sio asha, yeye hahudumii hata watu, hata hapangi watu kanisani, lakini ameendea njia za kuinuka. Njia za kuinuka ziko kwa maandiko. Mungu mwenyewe ndiye anainuaga. Mama moja akaendea Yesu akamwambia Yesu, na kuomba jambo moja. Unajua hiyo ni maombi. Si ni maombi? Si tunatufundisha kuwa prayer warriors. Akaenda kwa Yesu akamwambia Jesus. Alijua baka Yesu, si unifanyie tu favor moja. Uchukue mtoto wangu mmoja, weka on your right, na mwingine on your left. Yesu alimwambiaje? Haleluya. Alimwambiaje? Alimwambia kazi ya kuweka kulia na kushoto sio yangu, kazi ya Baba God. Hata hiyo, hata ukiomba Mungu anaangalia kazi ndio kuweke. Hatuwezi weka adui hapa. Imagine uwekwe hapa na ni mtureze tu hapa, awekwe left naye ni mtu tu kama Judas anataka tu praise God. Hallelujah. Anainuliwa yule ambaye Mungu anajua atafaa. Kazi ya Bwana inahitaji yule ambaye atafaa kwa huduma. Maono kama haya Mungu alipatia mtumishi, praise God, kile ambacho alimpatia aweze kutuletea. Baada ya hiyo maono, ukionekana una qualify, Mungu anaanza kuweka right, left. Naanza kukaribia mafuta, unaanza kukaribia mahali ambapo Bwana anataka utumike, kwa sababu umejua utakuwa wa faida kwa huduma. Bwana asifiwe. Utakuwa wa faida. Kuinuliwa na Mungu ni kulingana na faida na kazi utakayofanya kwa ajili ya ufalme. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na ndio maandiko yanasema he lifted Jesus. He highly, sema highly, exalted Jesus and bestowed on him a name that is above every name. Bwana asifiwe. Akapewa jina inashinda majina. Hii jina amepewa. Hallelujah. Like apostle, kufuatwa na sisi wote hapa ni kupewa jina. Naenda kanisa kwa apostle. Apostle peke yake ni madhabahu, na ameinuliwa na Bwana kwa sababu ya hii kazi anafanya. Sometimes unaweza fikiria ni rahisi, anagharimika, anakosa usingizi, anakosa kukula, wakati mwingine mebeba mzigo ndio tuweze kuketi chini mahali kama hapa tukule neno. Praise God. Hallelujah. Nikasema Psalms 50 and verse 5. Tumeona another dimension. Sasa Mungu amemuinua Yesu. Hallelujah. Na wewe utainuka katika kazi yako, katika kile unafanya. Jiulize ni nini Mungu alikutumia katika madhabahu hii. Haukutumwa katika madhabahu hii ukuje tuwe opposition leader. Kwa kanisa hakuna opposition leader. Hallelujah. Hapa hakuna opposition leader. Sitaki kutaja majina. Hakuna opposition leader.
hapa kwa kazi ya Bwana, either you are with us or not. Kwa Bwana hakuna opposition. Ilijaribu kuwa shetani alijaribu, alikuwa anapigania hiyo kwa bunge in heaven. In the book of Revelation he tried, na alikuwa anasema haki yetu, anataka kuleta opposition in heaven. Angalau alikuwa anapigania kakiti ya opposition, na alikuwa na watu masupporter wale ambao wakipewa hiyo kiti angalau watapewa ministries, shadow cabinet. Lakini wacha kiwaambie kile kiliumana waliagua huko akitoa kuwa na opposition. The Bible says and the devil was hurled down together with his followers and angels. Wale walianguka. Is it that? Na ndio wanaitwa demons, wakabadilishwa mpaka jina. Kwa hivyo ile jina hawakuli maintain. They are no longer called angels, they are called demons. Sema they are demons. Sasa ni mapepo, sio malaika tena, maana walipigwa wakaondolewa hapo. Kwa hivyo mbinguni, ambia your neighbor, mbinguni hakuna opposition. So usishinde ukijipigania hiyo Bwana alimaliza permanently. Hallelujah. Lakini kuna kitu hapo Mungu alisema, akasema kuna vita duniani kwa sababu opposition bado iko wapi? Sasa hapa ndio shetani anatafuta watu wa kupinga. Usikubali kuwa mfuasi wake. Mbia your neighbor, usikubali kuwa mfuasi kwa jina la Yesu. Yeah, we are now in, tuko sasa Psalms 50 and verse 5. Tuone sasa hiyo. Alafu ajiandae, nisema hivyo ndio ajiandae. Tuko Psalms 50 verse 5. Alafu tukuje Mark 10 verse 43, lakini tutaendelea. Sasa niamwambia hivyo ndio ajiandae. Sasa hebu sikia hapa. Maandiko yanasema gather to me my faithful ones who made a covenant with me by sacrifice. Gather to me. Sasa Mungu ananena hapa, anasema unikusanyie wale watu ambao wako upande wa Bwana. Na imesema kwa Bwana hakuna opposition. Bwana anapeana jambo moja, agizo. Anasema gather to me my faithful ones. So those who are faithful. If you are not faithful, Bwana anasema hapa faithful ones. Hallelujah. Who made a covenant with me by sacrifice. Hallelujah. Sacrifice ni kujitoa, si ndivyo? Hallelujah. Tunaangalia dimensions of giving. Sasa hapa ni sacrifice. People who have sacrificed their lives. Bwana asifiwe. Wamejitoa, wamejipeana watu wenyewe. Kwa hivyo nilisema madhabahu ile kubwa zaidi, madhabahu ya kujitoa. Unapokuja kanisani jiulizage, na hii kanisa nitaweza kujitoa? Taweza kujipeana? Haleluya. Bwana asifiwe. Na Mungu anasema hao ndio nataka unikusanyie. Kwa hivyo wachungaji hajapewa kazi ya kukusanya opposition leaders, ni my faithful ones. Kwa hivyo ukiona mchungaji analocate mtu fulani, anapatia idara fulani, usiende kuquestion. Kumeonekana faithfulness kwa hiyo maono. Kumeonekana faithfulness katika kile ambacho idara zile wamepewa. Kunazaonekana faithfulness kwa idara ya watoto, idara ya vijana, idara ya wamama. Huyo ambaye wanaonekana they are faithful ones, ndio Mungu anasema gather to me. Watumishi wake wamepewa amri ya kugather watu kama wale. Hallelujah. Hao ndio watu wanasemaga, unaona pastor wanainuaga fulani, unaona alimpatia idara fulani kwa sababu ya vile anajitoaga. Unaona hata kanisa vile anafanyaga, vile anaoshaga kanisa, vile anafanyaga mambo. Ni kipendeleo. Kwa Mungu kuna kipendeleo. Bwana amesema unikusanyie hao. Hallelujah. Hao ati ni vile anatoaga, yeye ni tither. Mungu anasema nikusanyie hao faithful. Hallelujah. Kwa sababu faithfulness si kwa area moja, ni kwa area zote. Ni kwa area ya giving, ni kwa area hata hiyo ya tithing, ni kwa area ya kujituma kama Yesu amejitoa. Amependa kama vile hata ukipenda watu sana hapa kanisani, kila wakati una mzigo wa kuombea dada fulani. Hata mimi nikiwa mchungaji nitakuroketi sema huyu ako na mzigo wa kazi ya Bwana. Huyu ako na mzigo. Kazi ya wachungaji ni hiyo tu, ya kugather my faithful ones. Hallelujah. Who have made a covenant with me by sacrifice. Wale wamefanya agano kwa dhabihu. Inaweza kuwa hii dhabihu ni ya wao kujitoa. Inaweza kuwa hii dhabihu ni ya kuleta watu kwa Mungu. Inaweza kuwa hii dhabihu,
Haleluya. Ni ya vile yeye mwenyewe anatumika. Unakuta kuna mshirika wa kanisa hajawahi hata tamani hata kujua kanisa linalipaka waje. Mimi nakuwa mshirika ukimuuliza kanisa linalipaka waje. Kitu umekalia na siingilii kanisani. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni mchungaji. You find that kuna mtu anaweza kuwa kanisani miaka mingi hata hajui. Ni kama kwa mfano juzi si tumekuwa tukizika mama yetu. Ziwe ni mama yetu sasa wote. Kama apostle ni baba yako, hata hiyo ni mama ya. Lakini unakuta hata kama huko na kitu, ikia kwa maombi. Praise God. Hallelujah. Afadhali fanya kitu. Tafuta 10, tafuta 20. Hata kuja ulize naweza fiti wapi? Naweza kuta kuna gari lilikuwa linakosa dereva. Hallelujah. Bwana asifiwe. Unaweza kuta kuna mahali ukefiti. Sasa maandiko yanasema unikusanyie. Mungu anataka watu wakusanywe. Baada ya Yesu kujitoa na kuleta injili kwa watu, sasa watu wakusanywe wale wamejitoa. Uliza hiyo neighbor, unaweza patikana hapo? Kwa kujitoa. Yeah, hallelujah. Umejitoa. Bwana anasema gather to me my faithful ones. Kila kanisa ukitaka kujua if you are faithful, go and see your pastor. Unamuuliza mimi unanionaga aje? Unanionaga aje? Na wokovu wangu pastor, kwa sababu yeye ndio pastor wangu, unaona kama niko percent gapi ya wokovu? Maybe unaweza kuwa unafikiria uko 8 akwambia wewe sasa ndio uko 13 sasa naona. Na unjue huyo mtumishi wa Bwana amepewa kwako, atarudisha account. Kwa hivyo Mungu anaangalia sana kile anamaanisha. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna hata kijana alikuja kwetu kanisani akaniambia pastor, na ni kweli ni mzuri, vile anajituma, vile anajitoa, anaona ana qualify kufanya mchungaji tufungue branch fulani. Mimi kwangu kwa hiyo vipimo nikiangalia ile Bwana sababu ametuambia tugathe watu, nikipima ile vipimo ametupatia naona hata haja qualify. Kwa sababu gani? Ukimpatia kuongoza watu, lazima watu wanaondoka hapo wakilia, wengine wakilalamika. You know there are times unafikiria ni authority lakini you are scattering. Tukiendelea hata kuonesha if you do not gather with me, you scatter. Kuna watu kazi yao ni kuskata. Kama kuna mama moja juzi ni mzuri, anatuoshea kanisa, anatufanyia kazi mingi. Lakini juzi nilipoangalia nikaona vile kanisa letu linaendelea, kati ya wale watu nilikuwa naona wanafaa kufukuzwa kanisa, alikuwa kwa hiyo list. Kwa sababu ako na sisi miaka kama 4. Sijawahi ona mshirika ameletwa na yeye. Na kila siku pastor sitakuwa napeleka mtu fulani mahali fulani, mtu fulani. Nikajiuliza kama huyo mtu ako na marafiki na hujawahi leta hata mtu mmoja kanisani, you are scattering. You are scattering. Tutasoma hiyo maandiko tukiendelea. Bwana asifiwe. If you do not gather with us or with me, you scatter. Kwanza ukiona mtu aletai mtu kanisani ni kwa sababu hajaamini sana kile kiko around. Na ndio nilipofuata mshirika mmoja akaniambia nimetamani sana kuja hiyo kanisa yenu. Nikamwambia kwa nini? Lakini mama fulani, na huyu mama nimefanya leader kanisani, ananiambiaga hii kanisa yetu achana nayo. Sisi ndio tunawezana nayo. Hiyo wachana nayo. Sisi ndio tunawezana na. Wachana na hii. Kwanza hii yetu inakuwa na project tumepeana. Akamwambia hiyo yetu wachana nayo. Sasa mshirika kaniambia aliambiwa, yule mshirika alimwambia mambo kama 10 points. Ni mhubiri mzuri. Kumbe unaona kama hizi hubiri, amehubiri 10 points ambazo zinakuonesha haufai kuwa mshirika wa kanisa letu. Huyo akajiona kweli siwezi. Kamwambia hata nisaidie, niweza kusaidia ile kanisa unaweza join. Mtu kama wewe join kanisa fulani, maana hao ndio wanapewa unga na vitu fulani. Hii yetu inataka watu kama sisi. Praise God. So mshirika hakuja church. Kaniambia nimetamani. Mwingine akaniambia amekuja the first day kanisani mwetu. Nimehubiri dada, nimemvuta baada ya kuja kwetu kanisani. Yule aliyekuta kanisani baada ya ibada kaambiwa kuja nikakupikia kachai. Dada mwingine naye akampeleka kwake nyumbani. Alipompeleka kwake nyumbani, wakakaa naye wakipikiwa kachai na karanchi. Kwanza anapikiwa kanyama, anakula ranchi vizuri. Akaniambia for 1.5 hour alipewa ubaya wa kanisa letu. Kwaje hede twali na pastors day, twashagire pastor besha nyike gagiri magana matano, gagiri magana matano na shale 150 giri magana matano. Tulitaka
anunue gari, na hiyo gari hatujaiona. Ni pesa yetu walikuwa wanataka kukula. Ni masuti naona anabadilisha. Kwa hivyo alitudanganya. Sasa mshirika juu alikuwa mzuri. Baada ya muda ndio tukakutana. Kama ulikuja mara moja, what happened? Kaniambia pastor, niko kama mshie twarakie. Akakuja kwetu. Nilipewa maneno. Nilikuwa napewa mimi nakuwa na chorus. Akifika mahali namwambia stop there. Unaniambia mama nani? Kaja ni nyina wangania. Wewe nama. Judada hata amenaomba wimbo kanisani. Nasema tumebarikiwa. Kumbe amepeana mambo ya kuonesha mshirika hafai kuja kwetu kanisani. Alipewa ubaya wangu for 1.5 hour. Hakurudi kanisani tena. Ndio sasa akaniambia. Nikafikiria. Mwai abiwa mambo ya mtu unashangaa. Nasema kumbe ndio kanisa yetu haipanuki. Umezungukwa na majudas. Unazungukwa na watu hawabebi maono. Unazungukwa na watu ambao hawafanyi ile kazi kunafanya. Ukiwa hapa, haleluya. Master, wewe you are the best. Unatubariki sana. And I remember one time tulikuwa tunajenga kanisa. Tukasema we needed like 50,000 tulikuwa tunahitaji. Nikaita mkutano. Yeye ni mmoja wa mkutano. Na amekuja hapa timu yote. So, sikuwa najua watu wamerogwa kichwa. Mimi nasema how do my leaders wananizunguka hapo na keti pale. Tunaanza kuongea mambo ya development. We need 50,000. Nikaanza kuuliza fulani, unaonaje? Wote hakuna hata mmoja aliniambia njia na mbinu ya kupata hiyo 50,000. Yule aliongea aliniambia pastor 50 hiyo ni mlima. Nikaona haiwezekani. Hakuna hata mmoja aliniambia pastor nitatoa 5 imebaki 45. Mwingine aliniambia nitatoa 3 imebaki 47. Nitatoa fulani imebaki 40. Sasa at least mlima imeanza kupunguka. Wote wamenyama. Tulipomaliza tulikuwa tuna extend kanyumba fulani. Mmoja akaniuliza, na hii kanyumba renovation ilikula pesa ngapi? Sijui 1000 fulani. Kutume 7,000. 7,000 gai. Girima kwaja. Sia kuweka hatia. Imagine kuwa pastor unabidi sasa uite mkutano mwingine uelezee 5,000, 7,000 vile zilitumika. Andikeni kwa karatasi, tukanunua simiti. Tukanunua kitu fulani. Na hao ndio umeleta karibu na wewe wakiwa viongozi. Hawakusanyi. Bwana asifiwe. Baadaye wanaona, hawakiona kweli mwapatia mahesabu, ananyamaza. Nilipoambiwa huyu amesema ati wanipatia pesa mingi, nikarudi kwa ndio naambia watu ni vizuri kuwa na record. Karudi kwa vitabu ya kanisa. In fact, nilipoambiwa hiyo story, nilitoka hapo nikaenda jioni kanisa, nikafungua church, nikafungua ofisi, nikaenda kwa vitabu ya kanisa. Nikaangalia na nyina wangania, nyina wa Itherato hairebia shigana. Nikakuta alikuwa ametupatia 400 na anasema kanisa wanipatia. Na kwa hiyo 150 nilikuwa nimepewa na friends from Nairobi, wale tulikuwa na wao hapa. Church ilikuwa nimenipatia 30. Na sasa tumepata 150 from friends. Na wao hata kusikia 150 hawataki. Na uko na wao pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maandiko inasema hapa, ile tulikuwa rudisha tu kwa maandiko, ati unikusanyie watu ambao wamefanya agano nami, my faithful ones, those who are faithful. Haleluya. Unaweza zungukwa na watu wanaulizeka ogakuwa le togodhike. Haleluya. Unaweza kuwa na marafiki wanajiuliza hii biashara itaanguka lini. Sasa ukiwaambia ni prayer item, ati unaona kuna mikao alikuwa ameibia, unasikia sasa ndio wanafurahi. Nilienda kwa rafiki mmoja, alikuwa intercessor mama, si wa kanisa letu. Mahali fulani, unajua pastor unatembea sana. Sasa nilikuwa kwa huyu mama, alikuwa anatuambia vile anatupenda mpaka anatualika kwake. Tulikuwa kwake tunangojea karanchi hivi, anatupikia watumishi wa Bwana. Akapigiwa simu. Kalipopigiwa simu, hello? Kupigiwa simu, gigwa mara nelia. Kuna mtu kwa neighbor alikuwa anamuombea, alikuwa mgonjwa sana. Na ametrustiwa juu ni intercessor kanisani. Yeye maombi yake kila akiwa gonjeka sana ndiye anaitagwa. Sasa anakibiaga huko mbi. Sasa amepigiwa simu, anaambiwa nyina wangania doke na rua. Ni ahotakire. Akasema ati ni ahotakire. Nakuja. Akamwambia oi, lakini imagine baada ya hiyo maombi yote tamakania huroka. Niliona mtu. Na sasa unajua hawezi shakiria kwa simu.
Yeye mtu amesema ati yakua. Uoyo na kifo na alipomaliza nikasikia amesema haleluya. Kiabage ligo eturetara hiyo shia ukarishia shaitani. Ishi ile turetara ile karishia shaitani. Karishia goma. Sijawahi ona, it was the first time. Unajua sometimes Mungu anafanya ujionea mambo. Mtu ameshangilia kusikia mtu amekufa. Sasa ndio akaanza kutupatia story. Akatuambia na waombea, lakini si unaona juzi vile walikuwa na butchery, wako na hata saizi hiyo butchery sijui nini imefanyika. Na huyu kwanza amekufa, alikuwa mtumishi wa Bwana. Ameaga, sasa mke wake anampigia simu juu ndio wanaombaga na yeye. Na wakati ameaga, huyu akaanza kutupatia story pale, akatuambia, "Nuona ocio, atari andu aria mahoire ngoma. Juzi ametajirika, amejenga kinyumba ya mawe, amenunua gari, na kegaire ndo akiona orekaga." Nikamwambia, hii chakula kama haijaiva kuna kamkutano tulikuwa tunakimbia, tafadhali tu juu nilijua hivi kana naweza shagiria hawa. Hata sisi hii sura tunaoneshwa ni cosmetic. Tukitoka hapo ni wale wanasema na make ukithia megothira daimono ici tuaga tungateri ha no mathuti na makara shaitani ici no kore irio citu. By the way, you need to be careful. Kuna mahali unaenda unakula chakula. Haleluya. Kama pastor moja kule Ukambani alitembelea mama moja na anakuwa leader kanisani. Sasa akakula kwa orange. Kaambia pastor, "Nugata ya mwathani kae gothio tarete. Ona shieri iko. Nugata." Sasa kwa sababu vile anaona msukumo nani kwa dada kwa kanisa, akaamua lazima tugoje hivi. Ipo hiva akakula. Na naambiwa ne waho nakana tukuongerere ndungata ya mwathani ohote gutuhoera ni wotu tungataga. Sasa mtumishi alikuwa kweli njaa. Kusikia huyu dada unasema hata niongezee tu ingine, kwa sababu huyu dada ni ndiye anasimamaga na huduma yangu. Alipokula akaenda, baadaye anasikia jioni atikulipiganwa vita mbaya sana, na akasema hivi tuaga ndungata haha na niguo igoro rari ata tamodora. Wewe unashindwa. Sasa alikuwa anamuuliza amuongezea nini, na alikuwa anampea ya nini. Sasa baada ya kupigana ndio mtoto mmoja alienda kwa mchungaji, akawa sasa wakiongea, akamwambia story. Unaweza sikia kama unaweza itapika. Na kwa zile wakati nilipewa hiyo story nikaamua kwa washirika sikurakuragi. hata nikiona ananiambia ndungata ya Ngai weraga ona tuimba hoya-ini ngefundithia kama koreaga muci au unaenda kwa hoteli unajikuli kwa sababu hujui. Now the Bible says, "Gather to me my faithful ones." Praise God. Faithful ones. Hallelujah. Ambao wamefanya agano na Mungu kwa dhabihu. Kuna watu wamejitoa kwa ajili ya Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tuende sasa katika hiyo ingine tulisema Mark 10:43. Alafu atafungua Acts 2:36. Amen. Are you blessed? Gather to me. Mungu ana mwito wa kukusanyiwa. Kanisa la CFC Mungu akusanya watu. Hallelujah. Na kwa sasa utakuwa unaangalia, unauza neighbor. By the way, nani hapa amewahi hubiri kabisa? Yule amehubiri kabisa. By the way, kama saa hizi uko na washirika wawili, simama. Hakika unajua una washirika wawili kanisani. Nitakuonesha tukiendelea, hakufai kuwa na empty seats. Na ukiona kuna empty seats, nilikuanzia wakati huo nikaanza kujua past there is a problem, and the problem is inside. Hallelujah. Si mimi umeona nimefanya. Alikuwa ameniambia ametoka kazi asubuhi. Kamwambia umothe ni Sunday. Uko na siku 6 za kufanya kazi. Kuja kanisani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sasa nione kwa ishara mtu mmoja ameleta watu wawili. Ulileta kanisani. By the way, wakati niliona kanisani hatukujasimamishwa wageni nikajua there is a problem. No wonder maybe Mungu ameniambia hii. Unaelewa maito ndio wale hamudo. Ai rugama tu. Mundu anahujerio ni maito.
Modo ego ko kanda lego ko muthi. Lego ko. No ni okaga. Horai maito makofi. Haleluya. Mwingine amewahi leta watu wawili watatu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Na in fact I love my pastor kwa sababu alipotufunza hivyo nimejua kitu moja. Nilijua kumbe kuleta watu kanisani sio rahisi. Na kuanzia ukijua dhogora wako le head kanithaini, you mind even how you talk. Maana akikosa ni wewe unamuendeaga. Sasa nikaanza kujua kubehave, hata kuongea, jinsi ya vile unatembea, jinsi ya vile unaomba, kwa sababu kuna watu wanakuangalia. By the way, unafaa kuwa nikiwa pastor. Hata saa hizi nikiweza kuja hii kanisani, niwe nahubiri hapa, niwe nasimamisha watu angalau 30. That I'll have authority to preach. I'll have authority. Even if you are a leader, kama hakuna washirika wako, you will have no authority. Bwana asifiwe. Hata kuwahubiria utakuwa na authority. Authority Yesu amefanya, yeye alijitoa, na tunaona Mungu amemuinua, na tunaona baadaye sasa naye Mungu akisema ya kwanza, na hata kanisani nikusanyiwe watu, my faithful ones. Because if you cannot be a faithful person to your pastor, you cannot become faithful to God. Ndogiaga gote gayaga ndo mureithio uronekana. Hallelujah. Nigetha oguo rareithia ucio uronekana, oguo rana kana ucio uronekana, ninaweza kukuambia picha yako kwa Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Unajua watu wana slogan wanasemaga ati unajua it doesn't matter vile watu wanasemaga, it doesn't matter vile watu wananiona, it doesn't matter vile watu wanasemaga. Wewe, Jesus was highly exalted. Praise God. And it mattered. Kila mahali aliingia watu wanamfuata. Kama unapiga watu mateke, unaongea vibaya, alafu unasema it doesn't matter. It matters. Be your neighbor, it matters. It matters. Acha kwambia it doesn't matter. Hiyo ni lugha ya watu wale don't care. Na ukiwaangalia there is no success itakuja kwao. By the end nilianza kujua, my bishop alinifunza kitu moja. Kitaka kujua wewe ni pastor, hata aenda kwako. Unaangalia kama umefuga kuku, paka, hata kitu yote. Utaangalia ukiingia tu. Nilikuwa naona baba yangu akiingia mpaka ng'ombe unasikia zinaanza kusema, "Oh, zinaanza kukuja." Zinaanza kukuja, baba amekuja. Analetaka tuleteaga vitu. Anatuchunga vizuri. Haleluya. Hata kuku anakukimbilia. Hivi unakimbiliwa, you will gather people. Lakini kama unakuona mpaka huko unasikia anakuja kabukia, teke. Paka teke. Yaani ukiingia hata unasemaga ati niye nyigagira kwa ndothe metoro. Titoro mathiaga. Maigwa wari gageti o modo. Chui. Baka mama kwa hapo tumatoro. Hakuna mtu wanakuwa wakiona vipindi. Vile walikuona umeingia. Wanajua sasa. Hida yako kama ya kinya. Hida yako kama ya? Sikuwa wamelala. Bwana asifiwe. Lakini vile unaona unazungukwa, ni ishara ya kwanza wewe umekuwa mchungaji mzuri. Ni ishara ya kuwa. Bwana asifiwe. Tunaweza kuwa na mchungaji hapa kama apostle anazungukwa na watu. By the way, atufai apostle wakati alikuwa kule kwa dunia azungukwa na watu wengi hivyo Kenya mzima, alafu wakati anahubiri ati kanisa la CFC linafaa kuwa na 1000. This inafaa kuwa a mega church. Inafaa kuwa mega church. Unless kuna watu wanapigaga mateke. Unless kuna watu wanaongea rude. Unless kuna watu don't care. If we care, hata imagine Yesu alipata umaarufu mama moja tu kwa kusema John muone mtu ambaye anajua maisha ya watu. Hiyo tu ilifanya Yesu azunguke na watu the whole village. Kama mtu kama Dora wa Roinge anafaa kanisa hili jae. Watu hata usiende kuambia watu, imagine mnajua Dora wa Roinge ni mtu mtugaji. Aliokoka. Akikwambia niye ndiye tekagia hata tunamwambia njoo kaone. Njoo ni uone. Toka uone wale ahujagia. Ginya deliverance. Watu wanajaa hapa kuona. And after seeing they believe. Kama wewe ndio uliamini lakini baadaye ukafuata na hauwezi wewe mwenyewe, you are not gathering. Bwana asifiwe.
Na uzuri mimi si wa hii kanisa, sasa sijui mambo ya hii kanisa by the way. Sijui. Ati ni kama ninajua mimi si wa hii church na sijui. Sasa mimi nimeona tu wa hii madhabahu lakini kwingine. But this was a word Mungu alinipatia. Akanipatia. Bwana asifiwe. Kwa sababu if you are not gathering with us, you scatter. Mtu yote ambaye hawezi hubiria mtu akuje, he will scatter. Na hata ukimpatia nafasi kanisani, he will scatter. Sababu atakuwa anaambia watu wako, wewe si lazima hata ukuje, jua jai leta. So utakuwa unastukia amefukuza watano. Hadoi dhogora awira wakai. Doi dhogora. Haleluya. Doi dhogora. Doi wira ucio ulio we. Nilikuwa naambia Mungu nilipoenda mji wa Moro, kai nigona utuete agarau mshirika mmoja, tunaenda kwake ushirika. Jehova, tutaona angalia ni mpya, sijui watu, nimetoka Nairobi. Then nakumbuka yule mama alikuwa mama mjamzito na watoto wake tuwili, hana hata sadaka. Akimaliza ibada ile sadaka tumetoa, hata kama ilikuwa 50 mimi narudi nampatia bebo na pikipiki. Nikufurahi. Mshirika wetu namba 1. Ungetupata tukitembea kwake. Kwanza alikuwa anaishi mbali na kanisa yetu. Tukienda kwake ushirika, tunafurahi tufike ushirika kwa mshirika wetu wa kwanza. Hata kujua ako na pesa ngapi, ako na nini anatuletea kanisani. Tumeona mmoja ambaye anasikia mahubiri yetu na anaweza kuja kanisani. Sema tumeona mmoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Tumepata moja. Bwana asifiwe. Tumepata moja. Nitokorete mutumia otoe thogora wa muthuri. Karakira we muthuri na basigana. Siku ataachwa ndio anaanza aya. Imenya go yari iria ya? Kafake mundu ki onoko gitira kama ingine kale ha nyumba. Sasa ndio Mungu anaona ndio ujue hata nyumba peke yake kulipwa. Hata kama ni wewe ulikuwa unalipa nyumba, unanunua chakula, ndio utajua presence yake peke yake kwa nyumba ilikuwa inafuatia watoto discipline. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio maandiko yanasema gather to me. Amen. Oh, nikubalie niende haraka. Tusomee hiyo ingine. Mark 10 verse 43. But it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be servant. Sasa umeonyesha je kuwa great. Greatness nilisema mambo ya dimensions of giving. For you to become great, kile unafaa kupeana ni kuwa unajipeana kama servant. Everybody anakuwa servant. Talk like a servant. Hallelujah. Behave like a servant. Bwana asifiwe. Nilikuwa naangalia apostle hata kule kwao. Namuona kwa vijana wajaokoka na waelekeza. Namuona huku. Nasema he is a servant. Servant. Hallelujah. Mungu hainui mabosses. Mungu anainua servants. It shall not be so among you, but whoever will be great among you must be your servant. Uliza hiyo mwingine unaweza kuwa mtumishi. By the way, hivyo umevalia unaweza kuja uoshe choo ya kanisa. Au wewe ndio unaulizaga, au ni wale wanasema pastor. Kuna mtu mmoja alita pastor mmoja kanisani. Kaenda kwa kiti yake akafanya hivi. Alipoona kuna vumbi. Man of God, come. What is this? You see why we are leaving this church. Wale watu umepatia jukumu ya fanya hii kazi, they are not doing it good. Yani anaita mtumishi. And because a pastor is a servant, bado anakuja kusikia mshirika. Anakemewa na mshirika. The pastor, what is this? Na imagine ukira mshirika, it is dust. Na mshirika now does it. Immediately the anointing of the man of God inasema huyu mtu ni doomed to destruction. Unajua unafikiria ati kwa sababu mtumishi wa Bwana amenyenyekea. Kama sasa nimeona mtumishi amekuja hapa, ndiye huyo kwa vyombo, ndiye huyo huku, ndiye huyo kila mahali, ku make sure ibada inafanyika vizuri, vyombo vinaongea vizuri, kila kitu inaongea vizuri, but unakuta their boss sema, you know, today's service it is ni kama wale watu wanafanya kazi na anaongea na sheng. They are not doing their job. So far wafutwe wote. Wafutwe wote. Why? Wafutwe. Juu gharama ya kuwa hata na wao. Haleluya. Haujui
Lakini nakuta ya kwamba kwa sababu mtumishi wa Bwana anakuwa servant, anataka kujua ni nini hakiendi vizuri. Haleluya. Na mwingine anataka kuongea. Bwana asifiwe. Na mtumishi wa Bwana anasimama kwa madhabahu anasema ni kama ku apologize. Kuna shida. Because as a servant, but I assure you tutaishughulikia as a servant guy. Na wengine anasema yes pastor, do it man of God. It's not good. Do it man of God. Ungemwambia man of God, tuachie sisi, tutaishughulikia. Enda tafuta technician hata kwingine. Mlete kanisani na umulipe. Mwambie nataka ukuje ukae na hii kanisa wiki moja kwa pesa zako. Kama yule Msamaria mwema, akachukua mtu akamweka kwa nyumba na akalipia. Akaja akashughulika. Akasema hiyo ni kwa deni langu. Lakini because the servant of God is a servant. That's what unakuja. And I thank God, mtumishi wa Bwana alipokuja aliniita akaniuliza, man of God, unajua hii kazi? Alijua we are the servants. Oh my God, I know it is not that good, lakini nataka we feel. Ambia hiyo mwingine we feel ndio ukuwe servant. Maandiko imesema ya kwamba yule atakayekuwa mkubwa jiani kunyenyekea kwa servant. Turudishe kwa maandiko. Niko na muda mchache, tafadhali tu mnipatie 30 minutes tu tumalize. Mtanipea? Yeah, just. Sasa nitaenda haraka. Nimejiomba kwenyu. Nilikuwa nataka nimalize at least 1 hour. Sasa naona angalau tupatie ndio nimalize hii ujumbe. Si ni mzuri? Au tuachie hapo, tutakuja tukipata nafasi nyingine. Acts 10. Sasa tumetoka tulikuwa Mark. Acha tuendelee kidogo. Enda hapo kwingine kidogo. Sasa tuende haraka. Sitaelezea sana, ndio tuende haraka. Kama kuna mtu anaweza kuwa tumaji kisaidia nitafurahi. Mark 44. Whoever would be great among you, and say to him, see that ndio hii in Mark 1. Au Roho anasema tusome hapa. Ni Mark. Unajua inaweza kuwa ni ya Roho. Anasema aje? See that, ningeisoma tusiwe ni ya Roho. And whoever will be first among you. Sasa tumesoma ile for you to be great to become a. Sasa tuko hii ingine. And whoever, mtumishi wa Bwana, umeenda kutafuta tumaji? Servant. Servant. No, pastors wanajua they are servants. Oh my Jesus. Sasa for you to become great, become a servant. Number 44 inasema, and whoever will be first among you must be slave of, akuwe mtumwa wa wote. Na utakayeko tuweka gobo ya dole. Yeah? Audio your neighbor. Unaweza kubali kuwa mtumwa wa watu wote? Yaani ukuwe mtumwa. 45. Hallelujah. God bless you, man of God. Utakuwa mkubwa for becoming a servant. God bless you. Na another servant here, God bless you. For you to be great. Imesema hivyo. Sasa angalia ingine, ati akuwe mtumwa wa wote. For even the son of man. Imagine the son of man. Even the son of man came. Hebu kila mmoja some hapa. For even Sasa uliza ya neighbor, ulikuja hapa kuhudumiwa au kutumika? Imagine Jesus ambaye ulikuja hapa ulipokea. He is a servant. Even, ambia your neighbor, even the son of man, Jesus himself, he came not to be served. Hata ukisikia ati sisi ni watumishi wa Bwana, yeye ndiye mtumishi wa kwanza. Hallelujah. Na alionyesha mfano akiwa mtumishi wa kwanza. Maandiko inasema even the son of man came not to be served, but serve, and to give his life as a ransom for many. Bwana asifiwe. Kile kuheana. Si tulisoma ile nyingine? Ilikuwa Philippians. Tukasikia vile hata yeye alijitoa. Alikubali kujitoa.
kile kiko ndani yake. By the way, wewe vile ambavyo umesimamisha ndoa yako, kuna watu unaweza wasaidia yao ikiwa imesimama. Ni vile tu umezipu. Ni vile tu wewe mwenyewe mambo ile yote uko nayo umenyamaza. Vile umebarikiwa. By the way, kuna watu ukiwa boost tu kidogo kwa biashara, biashara zao zingeinuka. They are struggling. Na unawaambia watu wengine hapa naona ni akili hawana. Mungu kile amekupatia. Biblia inasema wale ambao wamepewa mingi ndivyo Bwana anatarajia mengi. Bwana asifiwe. To whom much is given, much is needed or expected. The more unapewa. Bwana asifiwe. By the way, naweza kuwa sina, kama mtumishi wa Bwana anaitwa Peter alisema mimi silver and gold we do not have. Ndio alikuwa ameombwa. Hata huyu mtu tukimwangalia hivi si tu pesa anahitaji. He needs the power of God. Akasema but in the name of Jesus. Kuna watu wanafikiria kile wanatamani ndicho wanataka. Kuna mtu anakuomba pesa akifikiria ni pesa anahitaji. Lakini wewe unajua ako na daimono mbili. Bwana asifiwe. Wengine unajua ako na pepo ndio inaangusha biashara, ndio inaangusha ndoa, anakuambia ni capital ya biashara. Biashara tu ingesimama ningekuwa nimeoa. Haleluya. Bwana asifiwe. Na unaona hii si tu kuoa. Yeah, I have met men wanasema pastor siwezi oa juu sina kazi. Na unajua wasichana wa siku hizi wanahitaji tu akona kwanza wanaanza na financially stable. Sasa nagojea niwe financially stable ndio nioe. Namwambia mambo ya kuwa stable ukimhubiria mambo ya Yesu. Tukasema wakati mtu amejua kujipetiana na kujitoa, maandiko pale tulisoma ikatuambia therefore God exalted Jesus. Kuna vitu Mungu anakupatia na kufanya unafuatwa hata kama haukai. Kama sisi wakati tulikuwa naoa nilikuwa nafika mahali naangalia huyu msichana amekuwa crazy anaolewa na mimi nacheka. Kuna siku nilicheka kwa nyumba. Nasema gayaga ni hoiko hegesha ndo. Huko niko hegesha modo. Kasema kama sio leo niweza kujiua. Gai. Kama mimi naona hata mimi siwezi patiana hiyo ofa. Kwa sababu mimi ningejiangalia hata mavazi unapewa. Kazi sina. Na in fact kuna fahari unafika unamwambia kanyabe gwere horoya. Kama Yesu, idhue bwana kile anile matitara. Na no the son of man hana kitu na wanasema bado tutakufuata. Kwa sababu God had already exalted Jesus. He had already given him a name. Unafuatwa na kama haukai kufuatwa. By the way, there are times hata sisi kwa wachungaji naangalia unashindwa hawa watu wote wamenifuatia nini? Si kuwapatia na wapatia ndio na iko mbele yako mahaido. Na maana umelile pastor tunaenda biguni. Na wao ndio habari unawaambia tuko na project ndio wanatoa. Naenda kuhubiri wanapeana. Haleluya. Unajua oh ni wa gai. Therefore God. Mungu mwenyewe anafanya kazi yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu hauna kitu cha kuwapatia, lakini kwa sababu ulipofanya yako na Mungu anafanya yake, anakupatia jina, anakupatia favor, anakupatia honor. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwanza nilikuwa nasikia mke wangu akiniambia akiwa kasichana saa hizo, na saa hizo alikuwa mwalimu. Yeye ni mwalimu. Mimi sina hata kazi. Ananiambia tunakutana na mwambia niyo na pesa saa hizi ni saa hii sina, lakini ananiambia nega akonege. Sema huyu mtu atajui. Tunakutana baadaye anarudi kwa mfuko ananipatia 500 anasema Jehovah thank you Jesus hallelujah. Na unatafuta atakuolewa na mtu kama huyo. It is God. That's what the Bible ilisema. Therefore God himself exalted Jesus. Kuna vitu Mungu anataka kufanya yeye peke yake. Anakupatia jina na nguvu. Biashara yako inanunuliwa na sio hiyo iko na capital kuliko zile zingine. Sio hiyo iko na imeinuka juu sana, lakini bado ina favor. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kuna kitu Mungu anafanya. Na wewe mwenyewe kama hujui, unafikiria ni kwa sababu ya ujipiganie na mambo fulani. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you. Huyu ni mtumishi wa Bwana.
Ananiambia pastor kuna. God bless you. Si unaona huyu ni mtumishi? Yeah. Si zinatengenezwa na wanadamu. Amen. Na watu wa kwetu wakianza kutupikia vizuri tunageza kidogo. Hallelujah. Praise God. Nilikuwa nasema kitu hapa mzuri ya kwamba wakati ambapo Mungu anafanya kazi yake, kuna vitu atafanya kwa maisha yako. Kuna vitu atakupigania. Kuna kiwango atakupeleka. Bwana asifiwe. Hata ukuje katika madhabahu kama hii, mtumishi amepewa kazi ya kugather watu. Gather, niletee kundi ya hao faithful, hao wanajua sheria zangu, hao ambao wananielewa. Na katika kujua hivyo, Bwana atakuinua. Nilikuwa nakupeka testimony. Utaanza kufuatwa na unaangalia. Hata wewe unajiuliza, ukienda kumenya ni gai. The Bible says, signs and wonders shall follow us. Ndio ujue wewe hauna kitu lakini umefuatwa. Hauna hata hiyo pesa, umefuatwa. Unaangalia mtu ako ni tajiri na bado anaegesha gari hapo, na hata pastor ako na baisikeli. Na unaona hii ni favor ya Jehova. He is commanding people in the church. Haujui kuongea kizungu mzuri, wale wanaiongea Kijerumani na wapi wanakufuata. Unajua hii inaitwa Mungu. Na lazima uangalie kwa maisha yako uone signs and wonders, miracles, kwa sababu utaona ya kwamba ulipofuata Bwana naye Mungu akakuinua, naye Bwana anakufanya favor. Wakati Yesu alikufa, maandiko inasema mtu mmoja alikuwa tajiri mkubwa, tycoon. Alikuwa anaitwa Joseph of Arimathea, akaendea mwili wake. The Bible says he was a rich man and a secret follower of Jesus. May you have a secret followers. Watu watakufuata katika siri, ambao ni matajiri. Watu wanakufuata usiku, hata kama wakufuate mchana, they are very rich. Ndio wanatufinance, ndio wanakuletea kitu, ndio wanakusupport, ndio wanakuombea. By the way, unafaa kuwa hata una mabishop wengine wanakuombeaga, una maprofet fulani wanakuombeaga. Unasikia tu hii nguvu inatoka wapi? Kwa sababu wakati Bwana alikuinua akakupatia jina, hilo jina lako limepewa watu wengine mzigo wa kukusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. By the way, siku moja hata uliza mtumishi wa Bwana, unaweza stukia wale watu ambao hutoa pesa sana si members of the church, they are outside, secret followers. Unakuta mtu anaonaga kwa TV anatoa pesa mingi kuliko mshirika kanisani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nilikuwa naongea kuhusu dimensions of giving. Ukiangalia mambo haya yote ya kutoa na kupeana na kujitoa, vile inaenda, kuna kazi ya Bwana inafanyika. Kuna favor ya Bwana inaonekana, kwa sababu Mungu ako na kazi yake. Bwana asifiwe. By the way, hii kukufanya financially stable ni kazi ya Bwana. Kuna mtu anaweza jiinua, kuna mtu anaweza jipea kitu. Kuna nekewe na kiota hilo ni Ngai. Onaguo ni kuheo ni Ngai. Ukianza kujua hivyo, Bwana ataanza kufanya kazi yake. Hiyo ni kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Bwana ana kazi yake. Ataanza kushughulika, ataanza kukuendea. By the way, hujaiona mtu watoto wako wote wamebarikiwa, umezaa watoto mama wakabarikiwa, lakini hata hakuna mmoja anaweza kuja kukurashiria. Hakuna hata mmoja anaweza kuja kukuangalia. Why? Maybe mimi sipigagi watu. Naona either huyu hajatumikia Mungu vile inafaa. Jehova ameamua. Maandiko marĩa maugaga nawe nĩ ũkona no ndũkarĩa. Nĩ ciana ciaku no ndũkarĩa. Nilikutana na kijana mmoja. Imagine unakuta kijana mmoja amebarikiwa, anaendesha magari kubwa. Mama yake alipokufa tukaenda mazishi kwa kule kunaitwa kule Kinagofu. Nikakuta mama yake ako na kanyumba ya matope kadogo. Kile tu alikuwa amenunua kubwa ni tanki ya 5000 liter. Ndio ilikuwa hapo nje kubwa. Nasema kai, nisomesha watoto wameenda university. Wengine wanasema hawa vijana wanaga akili na wanajifanya nikafikia, but somehow huyu mama is she a servant of God? Kwa sababu Bwana anaweza kukunyima ukule. Hallelujah. Unakuta mwingine hata hukufanya sana, Jehova anaamua kukuinua. Hallelujah. Wanaamuliwa usiku wakuja wakuangalie. Wanaamushwa, wanaambiwa mutikabe gwetera mutoge muno, murenda kirathimo kia muciari. Wanaenda kutafuta, wanaiendea. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kemo makire. Amen. There are dimensions of giving. Tuko sasa 45 tumemaliza.
Twende haraka haraka tafadhali. Datiga dakika 20. Just 20 tumalize. Sasa hapa nitaenda haraka haraka sana. Sasa hiyo ingine haraka haraka 45. Tafadhali. Amen. Tulikuwa Mark 10:45 sasa. Au tumemaliza hiyo? Uko huyu jamaa wetu anasaidiwa na roho. Sasa amefika hapo. But he went out and began to talk freely about it. Ile dia kwera nirateithio ni roho wa Mark 1. Tafadhali at your time usome Mark 1. Sasa tuko 10. And whoever will be first among you must be a slave. Tulikuwa tumemaliza hiyo. Sasa tuko Acts 2:36. Tuende Acts 2:36. Amen. Ndio tusaidiane tumalize haraka haraka. Uliza hiyo neighbor, maudu na omega. Yanaendelea vizuri? Unajiona uko wapi? Will God gather you? Bwana asifiwe. By the way, unaona Mungu akiamua kitu, kuna mtumishi anaweza pinga. Igoro rekiuga niwe. Jesu ndafatariria andu makauga niwe. Biblia inasema bingu ikaongea. Sema behold my son. Utakuwa unaenda mahali unasikia behold my son. By the way, ikifika wale wasichana wajaoreka hapa, ikifika wakati uoreke, vijana wataongeleshwa na bingu. Marikarago guo nenda ndoreko haha mwega arenda kuhika narua. Sema jina la sema tu moja. Mwenye anaaminia kuoreka haraka haraka. Basi ningeambia pastor kama angekuwa hapa hawaamini waacha kuambia. Kuna mtu itakuwa atia? Itakuwa atia? Mere Jerry. Pastor Hemon kiako hega fugu. Lego pastor na intercessor anawaambia mere waji. Mere nitondo wandu gataga yako rathime. Na dada. Arogia. Negoria pastor kai umuroraga. Ndio tauga ne? Mere Jerry. Bwana asifiwe. Imagine bingu ikisema Mary kainareda ahike. Aitaka hata Mungu atakaye kujua kuna miaka ngapi. Watu wanazaa kuota na Mary. Siku ndoto zinaota. Jamaa wanaanza kuota. Sasa wakianza kutafuta huyu Mary. Wengine hata ni maneiba zako wanaanza kuota. Naanza kuona watu wanaanza kukaribia. Sasa kukaribiwa na watu 10, 20. Unasema siku moja, guys, nimeulizwa na wengi. Juu kuna roho imewaingia na inawaelekeza tu kwako. Bwana asifiwe. Vile Mungu anatuma customer kwa biashara, anaweza kutumia watu. Lakini Mungu akiona bado haufai kuanza kwenda hiyo level fulani, atashughulika. Wewe utakuwa utapitia the hard way ya kufikia unatafuta. Sema utajioshea, utajifanyia. Lakini huyu Mary kwa sababu anaomba Mungu na amekuwa mtumishi, Jehova anamuoshea, anamletea. Na anajua wale wameoshwa na yeye kwa damu. Mtu hawezi kukuua usiku. Anajua mtu tu ako na neema. Hata ile siku wewe ni mgonjwa anakuangalia asubuhi na kuambia no ukomete wega dada. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu akiwa kazini, hivyo ndivyo atakavyofanya. Haleluya. Bingu ikikuroketi, mambo yako itabadilika. Mambo yako itabadilika. Mere Ngai agwike wega tondu itware kuria kinya madhabahu-ini. Semeni in Jesus name. Afanyiwe hivyo. Na hiyo harusi ataniita basi tutakuja. Hallelujah. By the way, it doesn't matter miaka uko nayo. Jehova amue. Si yeye ndiye mwana watu. Yeye ndiye mwenye dunia. Nini nasoma maandiko nasikia Biblia inasema ati mimi ndiye the creator of the universe. And then I serve the creator of the universe. Baadaye yeye hata nifanyia kitu. Namwambia nejetereire. Nikuja kusema kama vile mtumishi wako ni Daudi alisema. Alikuja kusema siku moja akasema kumbare ria ndari munini ginya riu ndi mukuru ndire ndona mundu mwihoki Ngai atiganeirio kumbare ria ndari munini. Haleluya. Bwana asifiwe. By the way, mimi nikitumikia Bwana sitakai kujua natumia pesa ngapi. Kama sitanunua maploti sitafanya kazi ya maploti na mashamba na magari ya Bwana. Akiona umequalify, he will command people. He will order people. Watakuletea silver and gold. The Bible says, and silver and gold is mine. Na nikitwethaga tunatafuta mtu financially stable. Silver and gold is mine.
na anasema gwoko kore nyitete gitio no tonga anengeraga mundu uri enda. Ibrahimu arumeire Ngai, tutire toigwa kigura mugunda, Ngai akimugurira the land of Canaan, akimwira my servant open your eyes and see, as far as you can see I have given it to you. Jehova akiamua wewe you qualify kwa favor yake na kwa kafiro yake, na amekugaza you are a faithful one. Bwana asifiwe. Na umefanya agano na yeye by sacrifice. Wacha niwaambie dakika moja. Siku moja gari yangu ikabingika. Ilipobingika, kabla ianguke nilisikia sauti imeniambia because of you are my servant, na umefanya agano na mimi. Niyo ndio dake ile agano ko. That's when I heard those words. You have made a covenant with me. You will not die now. Gari ekigaragara oguo. Nie dia hutirio hard. Kwaje yako mire muona tare ule Ngai akuiga wega piu. Wakati niliamuka vizuri, gari ni right off. Lakini jamaa amesimama. Ni mimi naangalia sasa tutasaidiana wapi. Na ndio wale twali nao itho tugishomoka. Lakini gari ilikuwa right off. Ngirone Ngai endelea kuhubiri injili. Ngimwira ni he undu umederuta. Kumbe wakati nimekuwa nikihubiri hii injili, wakati mwingine ukiteseka ukienda injili, unatumia pesa yako lakini hakuna, hata wewe hauna. Unaambiwa na watu wengine wameenda sana, wewe uliachwa. Kumbe I have been making a covenant with God. Kumbe nimekuwa nafanya agano na Bwana. Wakati wa kifo, ndio wanasema amedanganya kifo. Ati amedanganya kifo. Si wanasema hivyo? Amechitiki? Ameokoka by the whiskers. Gari uko haitaua watu. Bwana asifiwe. Hata liende speed gani malaika anasimama. By the way, one day na drive watu tunatoka sijui function fulani Nyeri. Sijui tulikuwa tunatoka graduation au mazishi. Nikiwa mimi na drive the barabara ile ya kwenda Nakuru, tuko kwa barabara kwenda ile ya Kieni, pande ya Kieni sasa tunaenda. Sijui tukagonga pothole. Ghafla na ni usiku nikaona pothole mbele yangu. Kwenda kuondoa gari na iko speed ya 100 na kitu kwa pothole, gari kaanza nikajua hii ingeanguka. Na already hata sijui wakati niliona pothole nilifunga brake. Na kufunga brake sikujua nimefanya hivyo. Sasa wakati nimeona gari imefanya hivyo, unajua shetani anafanya hivyo, ndio akili yako imeondoka hapo. Gari imeanza kufanya aje? Kwa masikio yangu ya kulia nikasikia sauti ya kizungu imeongea. Kumbe hata Mungu anaongea kizungu. Akaniambia release that brake. I released the brake. Gari ka stabilize, kaanza kwenda vizuri. Hata watu walikuwa wameanza kupiga duru. Nikasema Jehova, nilipaka gari mahali kaanza kujia, nani huyu ameniambia I release that brake? Nani huyu ameniongelesha? Nikakumbuka maandiko inasema ya kwamba leo gakoro ugwatini nikakuhonokia. Leo gakoro ugwatini nikakuhonokia. Leo ndio takwira a believer afuatako ni signs and wonders. Kuna vitu si lazima wewe utipiganie, ati nikakuhonokia. By then ndio nisome hii neno. Usiku Bwana akawa ananikumbusha hiyo. Niliamuka kwa kitanda nikapiga magoti. Nikakumbuka wakati Bwana aliniambia release that break. Release that break. Hallelujah. As I was meditating, hata wengine wacha niwaambie, kitu hili nifurahisha juzi. Nikawa apostle hata amefanya vizuri kuja. Ndio apostle aniambia nikuja nihubiri hapa. Mimi hata sikuwa na tumeongea na apostle, hata sikuwa simu. Tulipomaliza mazishi kila mtu akaenda njia za. Nikiwa naenda I was meditating, by then nilikuwa naenda shamba. Mimi pia nafanya na lima. Lakini nilipokuwa naenda shamba, apostle ghafla I was meditating the word. Unaona hii neno nilikuwa na meditate. When I was meditating nikienda shamba, nikaona gari imesimama mbele yangu. Nikaona na hii gari si ndio niliona ya apostle. Naye Mungu akafanya akasimama mahali. Kusimama nikaenda kumsalimia apostle. Kaniambia ingia hapa tuende pamoja. Ni hapo ndio aliniambia Sunday unakuja kuhubiri kwetu kanisani. So Mungu wenye nilikuwa na meditate on his word, akafanya Sunday unafaa kuhubiri hapa. Akaniletea mtumishi wa Bwana. You are meditating on the word of God. Bwana naye kwa mipango yake, kwa njia zake. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kwa mbinu zake. Bwana asifiwe. Man of God, nilikuwa nimejiomba dakika ifike na 30. Sasa umebakisha 10. Na ninajiomba sasa kwako. Na sasa amen. Nikuragira. Ngai agituma. Kumbe Mungu alikuwa amesema. Imagine sasa kama ningekuwa naenda tu ni nyimbo za doboro ya Yesu tu zinaimba tu. Ningekutana na Bwana ananitaka mahali. Lakini ungemiss visitation. Jehova anakuletea muujiza kwako, baraka kwako, ushindi kwako.
Kwa sababu wakati wewe mwenyewe umejipatiana kwake, umejipatiana kwa kusudi la Bwana, naye Mungu atakuletea kile unahitaji. The Bible ilisema he exalted Jesus and gave him all it takes to become a son of God. Watu wote dunia wakimuona wanasema surely he is the son of God. Kanisa hii mkianza kufanya vile vyote Bwana anataka, kuheshimu mtumishi, si kwa sababu anakuona, hata kwa siri. Aonaye kwa siri atakuleta mbele. Aonaye kwa siri atakufanya upate favor. Kama nakaaga huko nikiongea mambo ya aposto na kinyongo ingine, Bwana hawezi kubali simame kwa hii madhabahu. But if you are truthful, the Bible says, gather to me my faithful ones. Hallelujah. Then God himself will gather to you. Hallelujah. Na atakuleta mahali unafaa, na atakuinua. Tusomee sasa hiyo ingine tumalize haraka tafadhali. Oh, rima shandara babozaya. Sasa hiyo ingine 36, okay, 37. Acha tusome 36. Let all the house of Israel therefore know for a certain that God, umesikia vile maandiko yanasema? Tuliongea kuhusu dimensions of giving. Sasa tuko hapa, maandiko yanasema sasa Bwana amekubali Israeli mzima, and let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified. Kwa ndo marutaga wira wa gukuiga thi, gukinyereria. The Bible says, whom you crucify. Ask your neighbor, how many have you crucified? By your tongue, by your deeds. Hallelujah. Watu wangapi umekuwa ukicrucify, umekuwa ukikemea, umekuwa ukifukuza? Maandiko inasema and for certain, leo neja guthienda aboshoke hau harini, ati sasa the whole house of Israel. Mimi naombea mtumishi wa Bwana kwa sababu sina kinyongo, ya kwamba taifa la Kenya litajua that God have, therefore God know for certain. Si kila moja, simama tu dakika moja hata kama utaketi. Sema si Kenya ijue bila shaka for certain that God had made Apostle Dora Waroinge the servant of God. Ati Mungu akafanya the whole Israel, nyumba ya Israeli, na ijue ya kwamba, haleluya, ijue Mungu kile amefanya, ijue Mungu ameinua Yesu, na sio tu kumuinua, he have made him Lord and Christ. Usiondoke kwa maandiko kidogo, wacha na picha, tukae kwa maandiko kidogo tu. Praise God. For certain, apostle, kwa sababu tunakupenda bila shaka, for certain Mungu atakuinua kwa jina la Yesu. Dokaro merone ando igire wale na kugukira we kwa Ngai. Kwa Ngai nego bata ukire na kou. Ndi muno ikare uganaka kuria ne ndarumirirwo. Na ngandwa andu mari bia. Apana, for certain. Hallelujah. God ataufanya kitu in the land of Kenya. Bwana asifiwe. In the land of Kenya. Mundu abagererio kuria wana shonoka. Na marero aterere uria mwa crucified, he have been made by God both Lord and Christ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Huku tunatumikia Bwana. Jehova atafanya majina yetu ikuwe makubwa. Atafanya watu wajue. Bwana asifiwe. Hallelujah. At for sir? Sema therefore. Know for certain that God has made him both Lord and Christ. Who? Sema, this Jesus, we crucified him. Gotidado magienda othire gotiramata. By the way, ukikoona ukithia na ndo mado othire wina kasoro, haujakuwa ukifanya vile Mungu anataka. Jehova anaendaga opposite to the enemies. Hajawahi kuwa upande moja na shaitani. Hajawahi. Ukiona mambo ugawa mambo mbaya ni ndiramenya ni atia, for sure either kuna kitu wewe mwenyewe utuabiagi. Lakini kama you have been serving God and in the church you are faithful, God will gather you na atakufanya kitu kubwa. Na sio tu hivyo, si kwa sababu utapewa favor na apostle, hata kwa biashara zako, hata kwa mashamba yako, hata kwa kazi zako, watoto wale unazaa watakuja kuwa kitu, kwa sababu Jehova, he will therefore for certain. Praise the name of Jesus. Sema for certain. Bila shaka kuna Jehova atainua maisha yetu.
zetu. Kuna Jehova atainua kazi zetu, ibada zetu. Kuna Bwana atatuondoa kwa vijiji. Kuna hata kama unakatalia, kuna Bwana atakutoa. The Bible says and God delivered the Israelites. It is him who delivered them. Waisraeli ukiona wako the land of milk and honey, it was because of the deliverance of God. And the Bible says and God, he sent his servant Moses to deliver his people from captivity. Hawezi jitoa mahali. By the way, hawezi jitoa. No guy no akurute. God will deliver him. God will deliver you. He will deliver you. Hana atorehokete Ngai. Ngai akihingura nda yake. Agetuma Peni na akire. Ngai nioe mbinu cia gukiria thuu. Nioe mbinu cia gukiria thuu. In the mighty name of Jesus. Nioe mbinu cia gukiria thuu. Mutungateri. Sometimes you suffer humiliation. Rikwenda kwaria muno tondu kigongona-ini. No he handu ndaiguire ona ibada igithi na mbegi gwatari gutemanwo. Tondu ariri tutingiuka handu tumite Nairobi na kuria guothe. Uke go to lecture. Guku no ndungata cia Ngai wona. Teithu uria indungata cia Ngai mugutahika, uria muguthira. Ngigua this is not a message of God. Oko wina bara rwira kungi. Hallelujah. Kondo etikitie tia kwoni andu othe ndwetikitie. Hallelujah. Oko twire horo wa Ngai that crucified him. Jesus ambaye anafanya miujiza. Kama hatutaamini vizuri tuamini kwa yako. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini hutainua watu kwa kuwakemea na kuambia vile watashindwa, na hao watu wako na following. There are people following. Nikiwe ndungata andu aria maromerire apostle mari giukira amutungatiri uria urenda kwaria maundu. Pastor Diuma na oru na mondekere. No arenda fundite cukuru hani ndikonde mukigu ni thima mundu ngamenya we na bara we na gathina. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini apostle, even if they crucified Jesus, and for certain God made Jesus both Lord and Christ. Hallelujah. Niki okoraga mundu aromerirwo ni andu angi magukararagia, andu angi maguthuire tondu matire na option. Ndakuhoera thiini wa rĩtwa rĩa Jesu, andu mataguraga nduka yaku na ni mamethuire, ukamona mabangite raini nduka-ini yaku. Andu maguthuire ukamona igongona-ini rĩaku. Andu maguthuire ukamona magatete titi mayoka guguceria. Because God for certain anajua kugather watu ambao wanamtumikia. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Wale unafikiria uwezi oreka Mary na dada oria pastor ekohoyagira ndakwira kamona igongona-ini na mauge ndikwendete kuruta ngirici 20 no njiguire roho wa Ngai kauga hallelujah. Ici cia heano nĩ ũndũ wa roho wa Ngai. Hallelujah. Tihinya ti na ti ohoti no, yeah? No niki. It is not by power. Sema not by power, not by might, but by my spirit. Praise the name of Jesus. Mimi naweza waomba watumishi wa Bwana, kwa sababu ya muda wetu sitaendelea zaidi. So sasa nitabakisha hiyo iwe deni ndio niitwe siku nyingine. Nikuja sasa niwaambie 3 dimensions that can cause a church to grow. But because of church lazima ningeelezea. Sitaki kupita hiyo muda. Praise the name of Jesus. Takuja kumalizia hiyo sasa nikipata nafasi nyingine. Sasa mtaniombea. Sasa it's not by power, not by might. Hallelujah. Not by power, not by might. For certain. Hallelujah. Ngai nĩ egũkũma nganja kenyũrũri gĩa Penina arĩa magũthũire. By the way, tia kũmakagio nĩ maũndũ macio matigire Ngai. Arĩa magũthũire, arĩa mendaga gũthũkia kanitha, Jehova atajionesha ni yeye. Maandiko inasema wakati walikuwa wamezika nani? Lazarus. Yesu baada ya siku 4 akaja akawauliza mlimuweka wapi? Nĩ andũ maigaga andũ kũu. By the way, be your neighbor. How ore ona ti theru no kone andu makoigete hau. Totikuga ne kwaga ni andu no amona ongiakwehoka Ngai acio weteketie ni omaigaga andu kou. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mundu akwa kindu kia mbere moranagia thafuria cikumako.
By the way, gutire igongona apostle thaburia cionekanaga narua ona ritibatara committee. Iruga rĩa mbere na rĩa kerĩ na gatatũ thuburia indo cia kũruga maĩ gũtahwo coordination ĩkoragwo ĩ perfect. Thaburia cikumako wona nginya wewe mwana ona hema ikiambo oya ndĩ mũtongoria ndiko mũtongoria ndiko committee no thaburia o mũndũ oka na thaburia ũngĩokaga na rũgĩo ũngĩokaga na nginya ngũkũ nĩ mokaga nacio na gũtuma mũtongoria ũkona iruga rĩranjia kũrugwo andũ makanjia kũrĩa ona mũthenya wa mũico andũ menjaga irima matitinda magĩthaithwo nĩ merehaga in big number. Hallelujah. Na andũ akũrugĩra andũ irima matitinda makĩrehwo nĩ merehaga maũndũ makoragwo perfect. Hallelujah. Bwana asifiwe. Jesu akĩmoria mũramũigire ha ndarĩ na bata wa gũka kũmenya mũrugĩte kĩ na kĩ na nĩkĩo kire thikũ ya kana tondũ nĩamenya andũ ahinga nĩo matongoragia ndinoga mũtigateng'agĩre no gĩkorwo ndũrahoyagĩra andũ. Jesu akarora agĩũka thikũ ya kana ona ndendire kũmenya biology yako kana geography kana chemistry oririe mũrimũ weka wapi my friend. The Bible usijali na hiyo Bible says my friend Lazarus amelala. Hata alipolala Yesu akasema our friend amelala. Ngai akũrĩa arĩ nĩoĩ nginya rĩrĩa waturo nikio nginya rĩrĩa ngari yaku ya tufa handũ nĩ amenyaga kwĩra tulia nĩoĩ akimwĩra mũrimũ weka wapi. Bwana asifiwe. Makimutwara direct. In fact nginya harĩ na opposition ya kumwĩra ini siku ine amenuka naona andũ enugite ndangĩteithĩka pastor apostle huyo hawezi osheka apostle tunataka kufanya huyo ufungulie branch ucio ndangĩthambĩka ucio ndangĩagĩra ucio ndo nĩ anungĩte rĩtwa rĩake gũkũ itũra ndangĩhunjia na gũkũ Nairobi nĩ ithũku ndangĩhunjia apostle ndangĩhunjia pastor mĩrĩ ndangĩhika na nĩ marakwĩra nĩ makohoe ndangĩhika no ambire kwanja apunguze weight. Ando marenda size 8. Ndangĩhika abe ũngĩhoka andũ ũkwanja kũrĩa firifiri maĩ mahiũ ndimũ ũhurũke moke marĩe karoguo Ngai ũkũrehera mũndũ ũrenda mũndũ hana ũguo. Hallelujah. Oguo hana baithĩtie ũtinoke ongerera maũndũ maingĩ wetungata Ngai ũkondo ina haĩhirwo ina cia kĩrĩa frat ũkana cio tungata Ngai. Kata Esther, the Bible says and Esther found favor from the Lord. Akafanya macho ya mfalme ianze kuona vitu haiko kama iko. Ona laginya hips ado hatari. No ndara hujeria ginya haria airetu. Ono ko ikaita mwire tune cia komire agatoma mone ta iciekete atia. Ona agiye ko hiraira akora mire ndukamake oyo tagwo Jehova nie Ngai andomete oguo atagwo Ngai amwa. The Bible says and Jesus exalted and God exalted Jesus and gave him a name. Hallelujah. Maundu macio wecigira timo makona makaji ukora ni dead kiria nona kiweka perfect akora me what I love na kiria kushiri hariwe ni oguo ruga atoni nyendete kuria maria weciria karora timo ararora kiu wewe turecia tikio kiu Ngai akwenda perfect. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Katigwa ruga ta Ngai. Bwana asifiwe. Mungu wewe tumikia Mungu kaa vile ulivyo and God for certain. Hallelujah. Salimia your neighbor mwambie for certain Ngai heo ndo areka Ngai ne uko bararia. Hallelujah. Onoko ni uthuathuaga. Hallelujah. Agakwa no no uthuathuaga nyana tothia na boldness na ne kogo
was reason one day getia kwira ona ndeirite muno getia kwira ndathikagirwa na TD Jakes no igwo ri aragia na God atengaia mutwarire kuigurite drug addicts. Those drug addicts mafatara mundu ina githauti kihana kibase. So Mungu aliyekuwa amevuja hiyo kisauti akapeleka mtumishi wake mahali hiyo kisauti, ati wakisikia anaongea wanasikia mapepo inawatoka. Unaona wanafanyaga hivi, wanasikia sauti peke yake, ni sauti ya kutoa watu kwa mapepo na kuwaleta kwa ufalme. Hiyo sauti unafikiriaga si nzuri, hiyo ya kustama. Imagine Moses astamara, anasema ne. Ndio Bwana anasema wewe uka, anamwambia enda uambie Farao, let my people kaide da modo waragia na rua tondo gutiko uga let my people go. Farao asiria na idaro na rio enda modo kuga and Farao let kaigwa waba kwa huruka akona this is sound of authority akamwira my people. Farao akaba gweciria orauga atia ndika muri mwathi komo akiri maria maragia kahora okaigwa ginya jaji ni aba kuona mundu uyu anga na point tondu ni ambire kumeciria let agecia kioge mo like coffee my people go. Hey! Farao akaigua pepo cioma. So God is for certain, he is faithful. Just serve him. Kuja kanisani, fanya kazi ya Bwana at your level. Yaweza kuwa you have been crucified, umepigwa, wewe kuja hivyo. Yaweza kuwa hiyo kupanguza kanisa, hiyo kufanya kanisa ionekane nzuri. Gather with the servant of God. Hede gikai henda fathi go kare mufundithio gwo Ngai go the dimensions ya kanitha kuguro ogwo tu ugathio karehe mundu karehe kanitha-ini. Kumbe hiyo ni kitu moja inafanya uqualify. Wewe unaona kama uqualify hii viti by next Sunday leta watu wawili. Hata wewe by the kuna mtu anaweza muambiria togethi na kanitha kwa soda kama naweza shika na muthiaga. Hata kama hayuko serious wewe mlete kanisani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hata kama akona mzaa. Be like politicians. And the word of God says the sons of the world are wiser. Wanafedi people na magari. Wanaleta kwa mkutano yao. Akitudanganya watu wanasema na crowd. Si ndivyo anasemaga? Enda ilete hiyo crowd. Mimi urehe andu 5. Hallelujah. Lehe andu 3. Maito lehe andu 2. Ono wireciana ni ndamwita ndirenda mwenda guku sande umere twambe tuthikanira ni gugakumwira uria ndireciria toma kanitha moke wona imwana cia kucikarite guku ungicikarite guku ruino ni toihuria apostle wona ruino ya kuihura umenya tutirahunjia. Bwana asifiwe. Tuache kujipigania, tufanye kwanza kazi ya Bwana, uone naye Mungu vile atakavyofanya. Wacha na kinyongo, okay, uzuri wa kazi ya Bwana. Gather with the servant of God. Lehe ando. Bwana asifiwe. Kia kuikata aliyanawe wa Ngai. Be like Christ jipeane. Jesus, he gave himself. He loved people. Tell your neighbor, gonga mtu hapo nyuma mwambie, love people. Wewe penda watu, watu kufuate. Anza kupenda watu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Leta walevi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Leta watu. Hata walevi tumona ema gethimira ndo itini mehaha. Leta walevi. Ile siku utakuja siku nyingine nitakuonesha ya kwamba Biblia inasema kuna mtu alitumwa akaleta watu kutoka kwa makundi. Biblia inasema akaleta maskini, akaleta viwete, akaleta vipafu, akaambiwa bora hekalu yangu ijae. Kati gwerirwo. Bora hekalu yangu ijae. Kaidene takuhujiri itetheri. Okira ni undu wa andu. He so loved the world. Hallelujah. Bring people of the world. Andu makonona kanitheo itu. Nuikoro na rogi na doru. Ukame that is the church of God. Ni yeye aliwaambia muwalete adina wao wakiwa hapa. Wakiwa kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Elijah hangemaliza manabii kama hangekuwa kwa madhabahu. Alitengeneza madhabahu akawalete. Ameleta tozi tukahoe Ngai wanyu na tuhoe wakwa. Makiambira wao, magishoka makimwera ni hidari yakwa. Ali na crowd ya 400 people in the mountain. Imagine alafu atokele maini. Apostle, mwafuata kwa ginya konyithia andu mumaginyako. Alafu ate andu aya othe kungikoro tutikurehe andu nyumba-ini ya Ngai. Enda lete vipofu. Mere wakinya kanitha ukainuka ukionaga.
kawete kiatakire waku ndemwiraga haha Isiri ndatumirwo ko ndathire ngira pastor mwe kana kau gaku kahuruka tondu ndungata Ngai gatigatoro moca itokite ngikinyie ko ndakoria andu manjetereire tugeturia maruho tuikahoera pastor wa wagi uka kiuga ri tone muhoete muno reke itumutware moca ngimera ni witiki wa pastor wanyu atu mwana wa kuriuka nie ni ngonete akiriuka tuweke makofi yetu sasa tukaribishe apostle akuja tumalizie hapo pengine. Thank you very much. Pastor. Thank you. Mungu akubariki sana. Hebu tuketi dakika moja tu hata mimi niweke yangu Sidio? And we thank God because sumesikia wajamaa wa Moro wanajua kuhubiri. Sidio? Najua mnanionaga hivi mnaona ni kama sijielewi vizuri. Jerry eta ongea na ule mtu anatoka pale nje. Ujue kama ni food. Kama ni food umwambia kuja angalia hizi vitu. Mmehubiriwa vizuri. Mmesikia vizuri. That amesema nini? For certain God will glorify you. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kuna kitu kitafanyika, lakini there is a condition that God will glorify you because you've done his will. The glorification will only come because you've done the will of God. It is all about the will of God and serving God. Bwana Yesu asifiwe sana. Serving who? Serving God to the maximum. Hata nimesikia vizuri, umewahubiria vizuri, nimesikia. Ati unauliza muko hapa hizi viti. Najua nilifanya deliberately. Zikaage hapo ndio nijue kama nyinyi watu muko na mimi. What I have discovered, you are not with me at all. Hello. Na ndivyo maruagira microphone huko kinya madia ginya kwako. Makeruira microphone yereko. Mimi ndio nitahubiri, mimi nitahiba, mimi ndio nitafanya nini. Lakini umuulize, what have you done for you to deserve a microphone in this church? Hallelujah. Umirete urehete andu igana guku. Urehete andu igana guku marira wokire ri urehete andu igana. Ni muyuragio kiu. Charity. Umerete watu wangapi? Apart from yourself and self. Well, how many people have you brought here? Catherine, how many people? Could we be struggling? Netoke kora watu kingangana. No to duri na purpose ya Ngai. Duri na uduria utumete okoro guku. You don't have the purpose. That you are disconnected from this place. Because you have not given. Jesus was given to us. Kohoda geraka tururu. Oh. Kijugire negana udarigwa. Inere utiria kanireno. Jesus was given to God. Given by God to us. And then there is another verse akasema, and Jesus gave himself to us. So once God amekuchukua, amekulete, then ukifika mahali alikulete, it is the opportunity for you also to showcase whom you are. Hivyo nasikia huyu akisema kule nyumbani, hawa watu wa Kitebaya blue walifukuza hawa. Na waliambiwa huko hakuna mahubiri na hakuna vitu, inaitwa mapasta ambao hawajaokoka, because for them you don't know God. But I went there and they fought very hard, although walinyeta kabisa na wakasema sasa hapa tutaangaliana. Sasa nikaona jesi hii imeamuka na hii imekatalia pale juu, nikaona hapa watalimana. Watalimana kwa sababu ya nini? Huyu mama. Na huyu mama alikuwa upande gani? Sasa nawapatia nafasi waendelee. Lakini at the end of the day, mimi nikawaambia hedeni na padi hii, na mimi nitafanya kitu watu wote watajua who has God. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is about my God. It is about not my personality. Sio mimi. No. Ni Mungu. Yule Mungu ambaye unamhubiri anaonekanaga kwa hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambao unajiita kiongozi hapa, how many people have you brought here?
Josephine, Elizabeth, how many people since you came here? Sami, how many people? Mtu anaitwa Kanambio, how many people have you brought here? I know you fight a lot. Shiko, apart from yourself, and you want to become a leader of the church, leading people that you does not belong to. See, ekaniweka wega mai. Kigo kiude aliga goga kehuji ate. Kigo kiude aliga gwate gaimana ate microphone ino. To endera caragia ka formula ga kuimana microphone ino. To qualification iyo wariri ate omeriri ate. Yeah, for you to qualify to become a leader. For you to qualify To lead people. For you to qualify to be a leader of the people, you must win souls first. Ndio kihubiria washirika wa aposto. Washirika wa aposto mkono juu. Washirika wa aposto mkono juu. If haujawahi leta watu 5, you don't qualify. Why? Hautakuwa na mzigo na neema. And Jesus ndio Mungu kwanza alimtoa, akakuja yeye mwenyewe akafanya kazi yake, akajitoa na yeye akaletea Yesu umati. Na akimalizia John 17 akasema ya kwamba andũ arĩa othe waneire ndinamate, tiga o ũrĩa warĩ wakũra othe nĩ ndagũcokeria, na ndakũhoya na ngiuma gũkũ ndũkamatige umaikaragie. Hand over the mantle gaire ruta wira wako. So for you to qualify to become a leader, neo yari imwe ya gwitu ndungitwika leader aikondure andu nikio nangethi handu kuhunjia nyamba yako mimi kwamba kuhunjia ate guthukia githomo. Oya igoko na iguru, oya igoko na iguru, uge kuma muthi itarehete andu guku ndigwita mutongoria. The minimum for you to qualify to become a leader, for those who are leaders like this gentleman here, yeah, they're the 10. Okay, from Sunday. For those who are aspiring to be leaders, for those who are aspiring to be leaders, okay, onyoni andu akwa 5 nigetha menya kana ni ukugia na murigo wa guku tondu guku barire korogwo kuori ni ya kuingata andu tondu nduri na bata na andu acio tondu matigukonie mahoya maria makoragwo kanitha eno reke ngwe ona eno ambiririe kuhoerwo no ambiririe kurutirwo mathaba kure ciugo icikitio cia gwikio guo nigetha ndugacoke guka guku out ninja kuri andu megukuhurira gathimu apostle mundu wa Ngai nekwenda gukugurira gacai ndira kugurira gacai arenda gutwarana hau nigetha kuhendeto cia kundu kuriku nona mutumia ucio gwikarite hau thutha waku ta murore ucio no ucio riu gwikarite hau thutha waku mutumia ucio ni wa Devosipa na nikio wonire akugeithia nigetha akunywe thakame anywe thakame wathani agocio no ucio gwikarite mwena ucio na matiwe ni brother yaku na mundu ucio gwikarite hau mwena ucio mundu ucio ni muragani na araga mundu ni vampire agucagia thakame tondu ndari murigo wa kundu guku une tukwenda twaje gucaria ki andu aria mena mirigo nio mekuheo uhoti wa guthie na mbere. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikio na direnda kunyita na microphone ndikumenyita hivi karibuni niguceranga nigetha mikora yothe koro yekatia ndingiremo ni kuri hari rent ya guku nikuremo kweli acha nigetha tucoke tuthie kiwanja to ndenda tuthie kiwanja riu tugacaria andu a nyumba iriku nigetha mikora ya beki atia kana tigo karo. Yes, handu ha gwikaraga na andu maroraga andu ari angi andu maroraga cioneki ciari yake tariu kaire tugaka getagwo ndaka divertire thimu yakwa ndi thimu igire iria 0112 thimu yakwa main ngime divert
ngicoka ngenengera uyu ngimwira ikarage nayo riu ni matulite manyandikire tu message twina kai mojo riu tu message tuothe turathiaga ha tau ka message kare wanyandikire ka wendo gathire ha ka message kare Jerry wanjirite ni ngonaga mangaigwa ngoro yakwa yekati kathire ha ria marokire kumenya message ciao ciothe icithometwo ni mundu ungi marathire mahoya-inĩ rimasha kandorobosaya ninafunga hiyo simu riabosha kandaborianda riakamoria macho yake isione tena ni undu wakake kaimojo niko gato mothime thimo niko gato maitho ma mundu matigacoke kuona kaimojo no na rogi ya mego kuningi riu arogi acio turenda gwika operation warogi fagia niguo tuketere murogi urio thiruka go tukwa gikaga gwo gathia kiringaga mirango na guku thutha uguo acha arogi moki maumire nja mayoka korogera guku Bwana Yesu asifiwe sana hallelujah that's a powerful message for me gwecia nini kai ekunjarageria ino ni buda yukire kunjariria tondu ni nyumitie kiongo guku ndara mutheto uyu ngona to ni ihuritie ri kamera wendo gutwika chairman wake na kana mutumia to ni ekirite gitenge ri wendo gutwika chairman wendo the qualification niki we guku na andu aigana roda to ni nyina gogetia andu mbeca guku urehete andu aigana kana witagia shirika akwa ino no ko na ibukwa na nigetia mbeca na ko egwetia mbeca wega okita mundu we mobilize besha niroda no getagia shirika au ucoke gwetia andu aku na gutiri mundu wake arehete madani agosho Sami Pastor Sami nigetho nyite microphone eno ri no okite na ihe ciaku na iretu aku na mutumia waku andu atandatu umeha marugame andu acio atandatu marugame andu acio rugama na andu aku atandatu ni atatu riu nona ni wagwa no acoka ni magoka kimia ni makuriganirwo ni Sunday muthi at least you qualify essence todo ni muru wagira microphone eno mwena kanabio na madhari na etagwati hoyo muneneri na ebu simama uruwagira microphone eno na ni undu wake negira udiere kokorogo nawe yakuruira microphone eno ndiamini kurwa bara todo ni wenyitaga microphone eno ni kurwa kunyita microphone kanitha-ini ni kurwa bara ni kurwa todo we kundu tangihutia microphone utaikarite mwaka mugima na ukonekana tabia ciaku we wokire muthenya wa mbere na ngikunengera kana biokire muthenya wa mbere na ngimunengera nigetho nyite microphone iyo ri do you qualify tondu you go turito mundu tondu warutirwo hari yari what qualification do you have Bwana Yesu no it's on a lighter note but a very serious note Bwana Yesu sana we have to change maybe mesako lazima tubadilike tumehubiriwa ona Sunday ugoka urekie message hiyo nigetha andu aria mendaga kunjigua ri aria metĩkĩtie no ni ndina kiugo ri mahia ni atia mathi magacaria kiugo kwa mundu ungi wagikorwo ndungiuka kanitha tondu ndiri kuo we nduri wa guku we njangiri Sunday ugoka ku Sunday ugoka kuheana ona ugoka na nduganoke haha riu weigwe no atuhe ground ukatuonia andu akwa tano aria ugoka nao nao Bwana Yesu na yoke na kwa uwe already ni wago wewe ni mushirika riu na kioke na keke ugakorwo we umeto thutha niki na nikionaga Chinese they do a very good business ile level itakwata multi level that unaigisa huyu anaigisa huyu anaigisa huyu na andu acio nyothe maundu macio nimo mwikaga inyue guku most of you why are you not able to do that when it comes to serve God why are you not Did you ever ask yourself that question? Why are you not able to do that multi-level kind of? Because church is business. Church is like that business that you have.
na kule toe kule naja no ado kiria kule ja tuli ateti tware ha marori ukona marori ado ni maihura kiwanja 1000 of them ni musiasa ni Raila turekera uguo na aria twathia mekagira Raila campaign na mekaga mibango yothe ri sade makoro kanitha na kanitha yao ni ado 20 aria marekera wa Munyoro ni ado makoro kanitha yao makoro ado 30 ni mekota gwikira wa Munyoro no kanitha Jesu matikota kumwikira uguo ugai lazima nibadilike lazima kanisa ibadilike we must do it and ninajua that is what I've been thinking wiki yothe ndahuruka na kuure koretwo ngeciria atia uria tugukarura kanitha eno etuike kindu kingi andu othe mekwiririria na riu ngacoka ngiuria atiri tondu Ngai uranjaragiria hey gudehingeire handu uda ndeciragia uhoro wa mami tondu ni akua udeciritie muno uhoro wake riu ngeciria nderagia hiu tokoro ari guku akigio ni mikora guku ndarabata ajita ito kwe mikora ya guthi matuine tukoni kumugiera mugia kigwa mugambo wa njira atiriri mami wanyu handu hega riu kigwa ndatwika relieved ndigicoka ngiuria ngeje kwirora kanitha Ngai akinjokia guku ajokia guku ni nderoreire mama wutu andu ndeciragia na andu ngona ni manyoka ngiona mamanke yani ukona gitigi kigariona ni uyu lakini ni kimanke kiogo kona ni uyu lakini kenyoka kona ni uyu kona ni kebu mshiriu ni maspiriti ndironio maspiriti ya manke spirit ya manke nereko spirit ya manke nereko kagachuhira guko gacoka kagaikarongo gachuhirira muti uguo kwetu manke tuinge muno guku roho wa manke we kundu kuriku gicoka ngiona iki ni kibu mundu kaina niguo mundu cio ndimwendete ngiona ari kibu kimenya ni spirit yake geu spirit ya eguko ndari nyamaine na ndari message tio niwe ngirahunji ndangirahunjirie kuria mathiko muhunji ucio no tondu arokite kuhunjiria andu igana andu eri arokite kuhunjiria ahunjia amoro tondu ni iguite ni maroka nwanyita na riu uyu ni oritie kiuria atiri nikiata na mwira oritie atiriri mami witu agathikwo ni mundu muka agathikwo ni mundu muka tondu ka mundu muka gakari gaka karauga gatangatangitie dangi ni karenda guthikana ri ona qualification ya gutuika pastor gatiri utuke kimuria mutumio una ni general ri mukumurehera kap ne heta kwatore wadi buti muthigari wa haria thi okay athike mutuma mitu riu nikio message rare hiru ya pride ate yake ya Laodicea ya pride but we had to bury our mother with pride because she was a proud woman wana ni agosho netra hota ndiye gato tina hotana yes gotire kwenda kamushamani ogeta ucio kou muthuri ucio raikaria nginya aja kaina ina kanwa tondu anatari ya hukanitha yake ina andu atandatu mathabi ngiro ndicio ronire hau ciunganitio kuma na ikuru nginya mukinyai nginya mutaita nginya ku icio nigetha ci hau getha moke mauge ni turicogia ithatu turicogia ithatu wakimoria atiri tondu ni murakiruta iro ciothe ri inyu mura contribute ke ate ithue thire uria twinaguo wa jeri ni kumuthikana gitio na riu ri ni muragura ithanduku acha riguragwo ni family ni murakombora ngari acha ngari ni ya family ni murakigura kamutugo guku ithe tutikoroga na maundu macio ithe no mathaga make tukamurehera kwina committee ya Nairobi no ni arenda glory yothe athie nayo na microphone akanyita microphone atari anyita kinakaba kumechondereria akagena na mic aikiria thauti akaigwa akona sound system agacoka keona screen ni haria etaumite bicha yake etaumite kiambiriria akamba kamiona screen ni haria
reke ngwire uhingo uri ukoragwo na andu a ndini reke ndimwire ti mwega na tondu uhingo ucio noguo mukoretwo naguo guku ri tondu ni mwarutire kuria ndini ni mukirehe guku ri kuma muthe ni tukunina ni mwetekera tunine ni mwetekera tunine twake kanitha ya Ngai tuli andu mendaine because love is paramount twendane tukorwo twi kindu kimwe kiu nokio kiheo kiria mungihe kiu ucio niguo ndu uria ingikenererwo niguo nyonete ngamenya ndiciana cinyendete haleluya twani echa ready ni okirio muthe kada noka kana ni aiguire ndiroka muthe ndari guko no twari nake office he mundu twari nake office twari cia ready na mundu ngiomwe ngimera atiriri nie maitu ndegwika atia ndegwikirwo mucango nie ni ngwithikira maitu mwathani agocwo mundu gwito ni wa kimira mbeca iria ciothe mukuhotha ri mukombore ngari murihe halo tondu hari kindu maitu ndajikire muciako kindera school fees yakwa yothe arehire ndajikire mucako nwanyita rĩrĩa anandora thibitari ndari ajikira mucako riu nie ni kumwikithiria mucako aca no he kindu kimwe ngwenda mumenye kanitha wa Ngai ni ukwenda kurugamio no heo gitio nigetha na inyu mutuike akurathimwo ni mwiyuragia niki gitumaga ni muragerera mahinda maritu muno tondu wa kiugo kiu mwaheo muthi kiu nikio gitumite mukomo kigerera mahinda maritu no tungitikira tucenjie tuige iguthi tuige mwitio thi tuige maramari thi ukora tuige thi Ngai ni egutwika kaundu kanene muno niguo kuna mugwitikia bwa amen amen hallelujah thank you rugama ina iguru murehe sadaka nigetha turorero boss kuja ingia hapa tengenezaga tu wewe wacha kujali weko pia sense asese adire kunyomura ati na riu acoke okariwa tutite ritoja nigetha hota kuinithia you see Joeli muonyeshe hiyo uonyeshe venye hii si unajua muonyeshe atuanishe moja tukiendelea nataka tuingie straight tunaingia deliverance ndeta tugosha kigosho gitari kia gosho ringi guku niguo gutire tutire uma haria turaingira kigosho kuingira kigosho tuke deliverance tuthie mucirehe ibeca no kainu agenia muthuri uyu kekuhe ngiri ndageragia gucaria riri gitumi gia kuima ndwa ya microphone ngari gukwanjia tia nitasaji gitumi gia kweheria andu aria maite-ini nikiragite ndageragia gucaria ngumabuta atia wira wakirehe reason ukirai murehe mbeca ti wikarithia hau ati ni mwatuma nage mahenagia hati ni ndatuma leteni pesa na niguo coka korora niki muraruta na mutigacoke gukuja no ti uguo no ginya tuweke standard lazima tuweke standard kwa kila kitu Grace onyane office wenda gathire gako si hata kama gita ipiki Ina mikono yako nikuombe. Nataka kunikuuliza tu kwa taadhima na kwa heshima yako. Tukate tu kama dakika 20 hivi.
alafu turudi, lakini msiende, niko na message yenu. Msiende. Wale wanapendaka kutoroka mapema, please let's dakika 20 yako tu, baadaye turudi hapa. Baba, nakushukuru, nasema ni asante kwa sababu ya wema wako na utukufu wako. Asante kwa baraka zako, asante kwa kutupa msamaha wa matendo yetu machafu. Ninakuomba ukuwe wa kutulinda, kutuongoza na kutubariki. In every way that we are doing, we are calling upon your name. Tushike mkono, tuelekeze, tufaulishe, tunyooshe mahali tumeenda kombo, na utusaidie kujielewa na kujijua. In Jesus' name, somebody say amen. Amen. Therefore, I'm not going to say the grace because I'm expecting all of you. Mkusiende mtu, kuna message niko nayo yako Mungu alinipatia. Kwa hivyo for the sake ndio ule atengeneze mitabo, tumupatie nafasi kidogo, mnaweza kupumzika around hapa kidogo, mitabo itengenezeke. Alafu nitakuja hapa after 40 minutes. Amen. Thank you.